Simamia hapo. Simamia hapo. Umesikia? Tafadhali mtumishi wa Mungu. Mtu yote ameruhusiwa kupita hapa ila huyu tu. Unajua saa hii kwa vile mimi ndio nahubiri, mimi ndio sasa niko in charge. Mimi ndio niko in charge. Hata unichukue na kamera sitakusamehe. Rudi. Okay. Mtumishi wa Mungu. Watu wote wameruhusiwa kupita hapo ila huyu peke yake. Sawa? Na ujue baba hayuko, I'm in charge. I'm responsible to hire and to fire. Are you getting me, sir? Yes. Pastor, unanisumbua. Okay. Thank you. Wewe kaa huko. Kweli sikudanganyi. Mimi na nyimbo hatuwezi achana. Mimi napenda kuimba mpaka nikakataa kuimba angalau nihubiri. Huwa nakosana mke wangu kuhusu hiyo peke yake. Sababu nikianza kuimba siwezi kuhubiri. Nikianza kuimba hapa sitahubiri. Sasa ukicheza hiyo vyombo vizuri, ninasahau hii inaanza hiyo. Na mimi siwezi nikateseka na waimbaji na wachezaji na wako wengi hapa. Hata mwana wa mpotevu alisema siwezi nikalala njaa na kwetu kuna chakula. Lakini unajua yule mwana mwingine alipoona ndugu yake amekuja alikasirika. Ninaomba tafadhali mkitaka niwe serious nitoleeni huyu hapa. Kuna mtu anaweza kuhandle kamera? Wacha nimuongeleshe kwa uzuri. Bwana Yesu asifiwe. Naomba mnisamee na mtusamee. Unajua alikuja kunitembelea huko ndani. Hata babangu Bishop aliambia watu fukuzeni hawa ama tutoke sisi. Ulikuwako? Fukuzeni hawa watoke ama sisi tutoke. Ilibidi sisi tutoke. Ni vile tu tuko na virusi vya kufanana. Tunaugua ugonjwa moja inaitwa powerful gospel. Ugonjwa hatari sana. Amen. Ukiugua huo ugonjwa utaambukiza watu gerezani, utaambukiza kwa selo, utaambukiza hospitalini, wewe nani yako na ile living water ile? Unajua hii kitu iko hospitalini. Hii kitu iko Kenyatta Hospital. Iko Agakam hii kitu. Huyu anasema hata hii inaenda hospitalini. Uwezi zuia hii kitu. Sababu inafanya kazi. Hii kitu iko kwa mpango wa kando, pia anatafuta nayo mume. Hii kitu sasa hii badala ya kutumia perfume tunatumia hii, tunapendwa. Hii iko ya nani? Mimi nasikia kitu kingine kizuri kinakuja Nairobi. Nikuulize swali. Siturudi Kasarani.
Sasa naomba ukae. Ninatangaza Kenya hii, katika haya mawimbi yote, kuna generation nyingine haitazuiliwa. Watapenya kama tai. Wakitutoa kanisani gere, barabara zitajaa injili. Mtu amenielewa? Lakini mimi nafikiria kuna shida, na leo nitakuambukiza hii roho hata kama utaki. Nyakati nilikuwa nakuja maximum, the year 2007, barabara za Nairobi kulikuwa na mtu anahubiri hapa, mtu anahubiri hapa. Ni kweli? Siku hizi ziko? Mwangalie mwenzako, muulize umezaliwa na nani wewe? Hiyo ndio maana there is no price for the gospel. Kila mmoja anataka kupaka nice and lovely, fair and lovely, and you are not nice, you are not fair, and you are not beautiful. Kuinuke kizazi ambao ikishaoga na ipake mafuta hata kama ni ya nazi, ashike microphone, shetani atakuoa mbali. Leo hii hakuna mtu anaweza kusimama kando ya barabara, praise the Lord Bwana, hakuna. Kila mmoja anakuambia pastor, nisaidie na speaker mbili, nikodishie wapi? Kodisha nini? Asante Yesu, asante. Kama nimezaliwa naanza kuzaa mimi. Hizi kando ya barabara za Nairobi, ngoja mtawabeba mkiwaweka kwenye magari ya kanjo, mnawatoa kesho wanarudi hapo, mnawaweka kwenye magari ya county council, mnawaweka hapa. Oh! Shout hallelujah! Ni saa ya kutoka ndani ya kanisa kuenda nje. Watakuja wote wafanye free coverage. Hallelujah, hallelujah. Mimi nahisi ni kama mama kwa kiroho Reverend Lucy ni mjamzito, na mama anataka kuzaa wengine leo. Azae wengine leo, azae wengine leo, azae mpaka Pastor Andrew akasirika. Oh! Nishike mkono Bwana, nishike mkono, nishike mkono Bwana, nishike mkono, nishike mkono Bwana, nishike mkono, nishike mkono Bwana, nishike mkono Bwana, nishike mkono Bwana, nishike mkono, nishike mkono Bwana, nishike mkono Bwana, nakuhitaji Bwana wangu, nakuhitaji Bwana, Yesu nakuhitaji Bwana wangu,
baba yangu. Amen. Naomba ukae. Naishi mamangu Reverend Lucy ni mjamzito, azae wengine, azae wengine, azae. Yesu anasema, now therefore all power and authority in heaven and on earth have been given to me. Mimi nikuulize swali, si tuzaliwe mpaka Bishop Pius Muiru akae chini aone watoto wake wa... Kuna mtu anasikia hiyo sauti? Sijui kama ulielewa hiyo. Ufika wakati baba ufanya kazi, na inafika wakati baba uketi. Asubuhi anatuma watoto wake kama wana wa simba. Asubuhi nyingine ukiona ameenda Rwanda, ameenda kutembelea mtoto wake mwingine, akienda Mombasa ako New Life, akienda Eldoret ako kwingine, akienda Kampala ako kwingine, akienda Amerika ako kwingine. Angalia mwenzako na sura mbaya, muulize ulizaliwa lini wewe? Kuna mtu anatamani kutoka? Unatamani miezi 9 ishe leo? Mimi nasikia huyo mamangu ni mjamzito na ni miezi 9, na mwingine azaliwe leo, mwingine yani kifedha azaliwe hapa, kikazi azaliwe hapa, kibiashara azaliwe hapa, kiutuma azaliwe hapa, international ministry. Wazaliwe mpaka mzee akiamuka anaambiwa unaitwa sehemu za Nairobi, unaitwa Kisumu, unaitwa Kampala. Akienda huko anakuta jengo la kibiashara, anaenda kufungua. Akitoka hapo anaenda sijui New York City. Tikisa mtu mwambie uzaliwe, uzaliwe. Naomba ukae. Mimi najua kuna watu wengine watakaa hapa miezi 16 kwa tumbo. Pole. Wanaitwa wangwana. Haleluya. Utakaa kwa tumbo mpaka sisi tuzaliwe, wewe bado kwa.
Unaona vile umekasirika. Sisi hatukai kwa tumbo zaidi ya miezi ngapi? 9. Huyo mama amechoka. Niongee tu hamtakasirika. Niliingia jana nikaambia mimi microphone yangu mkae. Akaniambia leo ni maombi, watu wameanza maombi, hakuna kuhubiri. Nikamwambia sasa nitafanya nini? Mimi siwezi kuja hapa kuona magorofa. Akaniongelesha mpaka saa 4:30. Alafu nampenda mamangu. Naomba mzaliwe na mama kama huyo. Hakuna kitu kinachelewa. Akasema si utahubiri kesho? Kuhubiri kesho? Hiyo ni statement ama ni swali? Mimi naomba tu, unajua siku moja Dr. Muiru alikuja neno, na wakati huo sikuwa pastor. Nikaenda nikamuona mwinjilisti mfupi na anakaa kama mdoli. Unajua mzungu akizeeka anakaa kama mdoli. Anatembea hivi. Anasema my name is Muiru. God has sent me to Africa for the last and final time. Nikamwambia Mungu akubariki sana, usirudi. Amen. Amen. Nikasema Mungu usimtume tena. Akarudia, God has sent me to Africa for the final time. I won't come back. I'm going to Israel. Alikuwa anaongea hivyo, naamini hayuko. Nikasema Mungu, naomba usitume mzungu mwingine Afrika. Hatukuzaliwa nusu, tulizaliwa full. Don't send someone else. We are ready to go. We are. Baada ya miaka 4 nikaona mwingine akasema, we are going to have the final crusade in Nigeria. A bye-bye crusade. Reinhard Bonke. Alafu akasema eti tochi yake amempa Kolenda. Nikamwambia Kolenda kwa TV, ndugu, hiyo tochi iko hewani, tutaingangania. Amen. Kuna mtu anasikia mzuri? Unasikia mzuri? Nikamwambia Kolenda, hiyo tochi iko angani, si yako. Si yako. Tutaingangania tu. Nikienda Tanzania ninaambiwa Kolenda alikuwa hapa last week nikiwa Dar es Salaam. Nikasema yes, praise the Lord. Na mimi pia nakuja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikienda Dodoma nasikia amehubiri huko. Nikaambia Mungu, imefika wakati tusije tukaita mzungu, wazungu watuite sisi. Amen. Kuna wachungaji wananisikia? Nikupate na laptop ukisema washirika wamekufa, niko na mayatima na nasomesha. Wewe niko na mayatima ninasomesha na hauna mayatima.
Baba, sikufichi, na kama ni kiburi Mungu anisamee. Hizo vitu unazoona New Life inafanya, hakuna ufadhili wa mzungu, hata mzungu wa kujifanya. There is no Bible for the whites and a Bible for the blacks. Hizo vitu vyote wazungu wao wanakuja New Life, popote amepata kiti kiko wazi, keti hapo, ching chong nyawa, keti hapo. Na akinipata ninahubiri kwa Kiswahili, hakuna mkalimani. Si mara nyingi wanahubiri kwa Kizungu, nani alikuwa anatutafsiria? Wao pia watafute watu wote. I'm telling you the truth. Hata saa hii kuna wazungu Amerika wameketi na weusi wanawatafsiria kile ninachohubiri. I'm telling you the truth. Niko na message ya mwingine hapa, akaniambia sijui jina lake nani, I'm married a Kenyan. We always sit in our house listening to you, even though I don't understand Kiswahili, but my wife translates to us. We are 6 every single day. Unaketi na ngozi yako nyeupe na kuhubiria na mwanya yangu na ngozi yangu nyeusi. Babako ni nani? Kwa nini vitu vidogo vidogo unajificha? Babako ni nani? Wewe uliona babako alijificha? Kwa nini wewe ulijificha? Si wazazi wote walijificha? Si ni kweli? Kuna mzazi aliongea? Si wote walijificha? Kama unaweza kuangalia sura yako, uangalie sura yako, uangalie wewe ni wa nani. Hiyo New Life unayoiona imejengwa hivyo, ni hivyo. Hakuna mzungu, hakuna mfadhili. Kama tutalala njaa, tulale njaa na Yesu. Kama tutashiba, tushibe na Yesu. Hakuna kuomba mzungu. Kama Yesu amemaliza kazi atasema, lakini mimi nafikiria ndio imeanza. The inner person is more powerful than the outer person. Mimi nimeoa mke wangu amefika class 3, hajui Kizungu kama wewe. Sasa yeye amebaki kwa hiyo kanisa anahubiri. Mimi niko hapa. Wadada, Mungu awape mafuta, uache kazi ya kupika nyumbani. Chukua nyota. Niliangalia mke wangu kwa uso nikamwambia, mama, mimi sikukupendea wewe upike kwa nyumba. Si ulinipata nikiwa najua kupika sima na omena wewe? Si nilikuwa najua kufua? Na Adamu akaumbiwa msaidi, sio mpishi, sio mfua nguo. Kama bwanako ni mfanyibiashara, maandiko nasema mtakuwa roho moja na mwili. Hakuna vile wewe unakosa kuwa mfanyibiashara, wewe ni mpishi. Anabeba secretary akirudi nyumbani, na wewe umeketi hapo unamwambia my hubby. Hubby ni nini? Upate nyota. Mwangalie mwenzako na jicho moja, muulize wewe unapika nyumbani? Muulize, mwambie pole. Tuko wawili kwa nyumba yangu. Niko na watoto 3, na wakirudi kwa nyumba wanaishi wao. Mimi na mke wangu tunaishi sisi. Sababu wamekomaa, wako high school. Hakuna pana.
na wafundisha. Mami wajua nikionanga hizi vitu sasa injili inabadilika. Nikishaona hizo chuma, okay, wacha nijifanye sioni, nihubiri kidogo, alafu nije nikuhudumie. Asante kwa kunipa kibarua. Nyingine iko kule. Sasa niko nyumbani. Sasa niko nyumbani. Shetani utaona yule akitembea na huyu akitembea na yule akipona. Say yes! Okay. Baba, do you have a wife? You have a wife? Kwa nini yes yako iko pole pole? Unajua mke wangu alikuwa anajua leo ninahubiri Mombasa. Just one phone call. Siji. Kwa hivyo nifanye nini? Hubiri. Mbuzi huoa mbuzi. Simba huoa simba. Unajua mwingine aniangalia, pasa ni hivyo. Njiwa huoa nini? Kuna mtu mfugaji hapa, hata kama kwenu mshawahi kufuga vitu, kuku, bata, ng'ombe, mbuzi, ushawahi kuona siku moja mbuzi ameoa kondoo? Wewe inakuwaje wewe ni mwanabiashara na mke wako ni mpishi? Si mamangu na babangu hapa si wanahubiri injili? Si Ezekiel na Sara si wanahubiri injili? Na Andrew pamoja na yule mwingine si wanahubiri injili? Muulize mwenzako, umezaliwa wapi wewe? Ako wapi? Asante. Najua kwa nini uko karibu na waimbaji, no problem. Keti hapo. Amen. Listen to me. Utafanana na babako kwa matendo yote. Na usinidanganye wewe ni mtoto wa bishop. Kwa yale unayoyapitia tutajua tu. Amen. Usiniambie pastor mimi ni mtoto wa Bishop Muiru. Kwa maisha yako tu vile unavyokaa. Sababu hakuna mahali unaweza kuwekwa hapo ukakaa. Mtoto wa Bishop Muiru anakaa kama mende. Utampata jikoni, utampata bedroom, utampata sitting room, utampata Kayole, utampata Mombasa na ubiri. Amebarikiwa kote kote mpaka watu wakasi. Ubarikiwe kwa jina la Yesu Kristo. Now you have to prepare yourself now. Nadhani hakuna wengine wanaingia. Mmefunga? Mmefunga? Mkifunga mnaniambia. Unajua sitaki kuwapeleka mbio vile ninapelekanga wale mbio. Ama niwapeleke mbio vipi? Yule baba anasema bwana usinipeleke. Mkifunga mnaniambia. Unajua hata mlitangaziwa usiku, mmejulia wapi? Kwani nyinyi Nairobi saa 5 hamlali? Basi hao watu wamejulia wapi? Kwa Nuru TV. Kwa simu. Kweli honestly mmejulia wapi? Mwezi wa 6 Nairobi Kasarani inawaka moto wa injili.
Si tuko mwezi wa 8, mwezi wa 6, tarehe ambao sisemi. Sasa mimi niwaulize, hamukutangaziwa na muko hapa? Ingetangazwa kwa World Evangelism TV tungekuwa wapi? Ile Kasarani itatutosha kweli? Mimi ninaona another generation inakaa kama siafu. Unstoppable power of the gospel. Mukifunga mniambie, mukifunga naanza kazi fulani hapo. Alafu wengine saa zila watu watakuwa hawaingii, ndio nitaenda kutafuta ndege. Usiwahi peleka dhahabu ndani ya moto, atakuwa safi mno. Kwa jina la Yesu uwe dhahabu. Moto wote unaopitia, tokea ukiwa dhahabu zaidi, safi zaidi, safi zaidi, safi zaidi. Mzee Sami, tunashukuru Mungu tulikuja bila kutangaza. Tulikuwa Kasarani, polisi mwingine akaja akaniambia, pastor, allow us to close all entrances because huko juu kuna tingika. Najua hamna hiyo habari. Amen. Mwezi wa 6 waongeze mapolisi. Amen. Amen. Kuna mtu nakutana Kasarani? Kuna mtu nakutana Kasarani? Huko juu kuna watu wa Kasarani? Ni wale ambao watatoa vichwa vyao chini ya viti na mahali wamejificha. Tutakutana Kasarani, alafu mlipuko wa injili imeanza. Hii ni warm up tu hii. Yule ndugu alikuwa na ile chuma kwa baba, mimi sikujui, sijui umevunjika wapi, lakini umepona, niletee hiyo chuma. Mama, nipe mkono. Mama, mama, presha, mwili, mguu, na macho.
Unaota na mzee ambaye alikufa? Mzee wangu alifariki. Mzee alifariki. Na unaota ukiwa bado unamuona? Mimi naotanga naye. Hii ni kwa ajili ya mguu? Hii ni kwa ajili ya mguu? Haya. Tufanye hivi. Bwana Yesu, napeana uhai kwa mifupa ya mamangu. Pona, uwe mzima, miguu yako ikanyage na utembee, in Jesus name. Mpe Yesu makofi mazuri. Gele. Hallelujah. Tukae. Wajua mimi ni mwembamba. Hai. Mpeleke mamangu akae. Hii no problem. Just have a seat. Brother, just sit there. I'm coming. Just not yet. Just give him a seat somewhere. Baba, Joe. Unatoka wapi? Mimi ni mwana wako wa kiroho. Then what happened, sir? It was a spinal surgery in 2016. You have prayed for me in Majaoni, in Muiru, for about... And you are using this? Yes, I'm using this. The back has been healed because it was operated. Where is the problem? Now the problem is... The waist? Yeah, pelvic. And this one has... because I was paralyzed. Now this one has come back. They are saying it's about 75%. They are saying? Hospital, madaktari. Yes, they are okay. They are right. Yeah. But this other one is very slow. It's at the range of 25%. That is the level of healing? Yeah. Recovery? 75%? 25%? 25%. Okay. But the numbness, the paralysis, yes, it's all gone. It's all gone. It's after your prayers in Majaoni and Mavueni. And also Bishop Muiru has also prayed for me here. Yes. Yeah. The anointing came from here. It came from now. Because in Mavueni you told us, if only we can know the source. Yes. Sources. So yes. I happened to come here. I tell you the truth. Yes. I didn't get this anointing anywhere. I got it here. Amen. So, walk, go and sit there. You can decide to use that or walk alone. Either sit there, sit anywhere. But it is time to stop using that. It is time you drop it. It is time you drop it. I tell you the truth. Huyu ndugu anatembea bila hizi vyuma. He is between point A and point B. What the doctor said and what the altar said. Naomba ukae. Sijaanza kuombea watu ponyaji. Nilikuwa nafanya introduction.
Amen. Listen to me. Ikiwa injili hii haina gharama, basi haina nguvu. Hiyo nguvu inayopokonya wengine wheelchair na crutches, hiyo nguvu lazima itestiwe, ifanywe test. What happened? Last year accident. Yeah. Then 2022 on August. So my leg got broken. All the bones, tibia and fibula, they all got broken, and I lost even my teeth. Na pia kwa jicho hapa na kwa kichwa hapa. It's just by God's grace. Napumua sahi. On February. Alafu na ndoto mbaya. Kabisa. No. February tangu last year mguu ilikata kupona, kulikuwa na kidonda kubwa. Nikaenda nikaikawa kile Exofix, ile chuma ya kushikilia nje. Mguu ikakata kupona. So wakati nimeenda Mavueni on February, wakati nimerudi in 2 weeks time, kidonda ikapona. Nikaenda kule St. Peter's Orthopedic, ndio nikafanywa operation. Wakatoa ile chuma ndio wakaweka sasa ya ndani juzi mwezi wa 4. Sasa ndio wameweka chuma ya ndani sasa. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ni mzuri lakini. Yesu ni mzuri lakini. Sasa hii injili ambao watu wanapona hivi, si ni nzuri? Juzi nilikuwa na daktari mwingine, gynecologist. Mtoto wake alikuwa na sinuses na convulse. Baada ya maombi mtoto amepona. Gynecologist ana testify mtoto amepona. Akaleta ripoti ya hospitali. Juzi mwingine akasema, Pastor Ezekiel, wewe unasema mochari ambao haina hospitali zifungwe. Mutapona mpaka mahospitali bandia zifungwe. Unajua kuna watu ambao, ndugu yangu, naitwa nani? Cyrus. Keti tu Cyrus, chukua microphone alafu kae. Ukinipa ruhusa niongee kama vile huwa naongea New Life, nitaongea. Hamtatuma gari ni bebe? Okay. Mumempokonya microphone? Okay. Ndugu yangu. Yes. Unajua wewe ni mgonjwa? Yes. Unajua? Yes. Unajua ugonjwa huo hausikii dawa. Hata ukijaribu kujitibu hausikii dawa. Mpaka imekuwa part of your life. Yes. Unajua huwezi kuishi miaka mingi. Kama vile hana ndoa ndivyo hauna uhai. Yes. Mbona sasa mmeanza kuniogopa? Unajua mmekuja kwangu sababu ninawaambia vitu ambavyo makanisa yenu hayawaambii. Huo ndio ukweli. Na hiyo ndio chanzo cha shida ya Ezekiel peke yake. Mukinipokonya haya macho, tutarudi kwa ile twendeni kwa Bwana. Haleluya, Bwana Yesu. Haleluya. Na tunaugua tunakufa tu. Utapata uhai leo na utaishi kwa jina la Yesu. Mami, ako wapi? Ako wapi? Kanisa Dadaab. Ako Dadaab. Unafanya kazi gani? Askari polisi. Okay. Sawa. Sijui kama mtanipa ruhusa niwahudumie. Wajua ninawaangalia na ninawaogopa, nawaangalia.
Hiyo ni ya nani? Oh, mtoto. Okay. Sawa. Ni sawa. Niko hapa, siendi. Niko hapa tu. Bwana Yesu asifiwe. Wajua babangu jana aliniambia kitu, sijui kama alikuwa ananitania, sijui kama alikuwa serious. Ameniambia mara sijui 3. Akaniambia weka kanisa hapa Nairobi, hudumia watu. Ngojea. Mami, yuko ama hayuko? Naongea kuhusu ndoa, siongei kuhusu mume, sababu hata mpango wa kando wako na mume. Hayuko. Nakaa Nairobi, yeye anaishi huko. Sando, niko na mume but sina ndoa. Sasa naomba unipe ndoa. Sababu niongee tu, lakini Ongea. hata akija uko na ndoa ya siku 2 alafu hakuna tena. Kweli. Yaani akiwa huko unasema yuko mume wangu, lakini akija kuna ndoa ya siku 2, siku ya 3 mmekosana mpaka kuna mtu anataka kuongelesha mwenzake. Kweli. Mkikaa mbali afadhali, mkikaa karibu Vita. mimi sikudanganyi. Naomba Mungu aonjeshe ndoa kama hii yangu na Sara. Tunaishi kwa nyumba, lakini watoto wangu wanaishi kivyao. Sisi tunaishi kivyetu. Jameni, wachana hizi. Hata mimi niko na watoto, lakini nikiwa kanisani hawezi jua. Wachana hiyo simu. Mtoto wako ataona vitu vibaya kwa simu, na kuomba. Ama nitaanza kuongea kama New Life. New Life wanaambia chukua katoto chololo toka nje. Tuko nyumbani. Thank you so much. Mami, ni wako? Ni wako na baba yuko? Sina mume lakini sina ndoa lakini niko na mume. Hana, huyu hana. Hata huyu hana. Huyu hana. Sikusemi. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio maana nimekuambia kuna kizazi kingine kinazaliwa. Unstoppable. Mfunguliwe nyote kwa jina la Yesu Kristo. No problem. Ninakuja. Aswes. Uko mzima? Ndio. Muulize huyu ataolewa lini? Utaolewa lini? Ako wapi mami? Hakuna, labda unidanganya. Nakuja. Mami naja, niko na kitabu chako kuanzia Genesis to Revelation. Nakuja. Aswes. Ubaya ni kwamba unaniogopa sana. Sina ubaya. Oh. Sasa shida yako ni moja. Gani? Hasira. Ni ukweli. Hiyo ndio inakuharibia kila kitu. Sasa nitafanya aje? Angalia. Maandiko yanasema mwizi akiingia kwa nyumba ya mtu akabomoa
akamshika mateka akaanza kuiba. Anahitaji mwingine mwenye nguvu aende apige mwizi na afungue yule aliyefungwa. Utafunguliwa leo. Najua tatizo ni hiyo hasira. Wewe akicheka anacheka, lakini akikasirika ardhi inapasuka. Huwezi ishi na yeye. Ukiishi na yeye miezi mitatu unaweka mabegani, unatafuta naye mamake. Mama. Utafunguliwa tu mami. Amen. Leo tu. Amen. Msivunje hizo vyombo vyetu. Okay. Mami, pesa zako ziko wapi? Sijui ziko wapi. Bidii kwa yote, pesa hakuna. Yes. Unarauka kuliko mchwa. Yes. Unaenda kulala kuchelewa kuliko hata paka, lakini pesa hauna. Ufunguliwe leo kwa jina la Yesu. Huyu nyumba yake iko wapi? Hayo lakini na yumba my sister. Ha? My sister, nyumba ina yumba. Naomba unipe ruhusa nikutane na maadui zangu hapa wawili. I'm not a bad preacher. Don't worry, don't fear me. Mimi ni mtu mwembamba tu, I'm not a bad preacher. Kuna maadui zangu hapa, wacha tukutane. Unafikiria unanichukia? Ni huyo mtu. Usipofunguliwa leo utaishi peke yako hivyo. Hata kama uko na pete unaishi peke yako. Unalala unaangalia huku, mwingine anaangalia huku, siku zinasonga. Alafu huyu nisipomsaidia ata expire peke yake. Nitakupa nafasi. Mami. Yes. Utaishi peke yako kwa miaka mingapi? Na unajua wachungaji wao wanahubiri alafu wanakusanya sadaka. Na ombi lao ni kwamba muwe washirika wao. Mimi ombi langu ni kwamba upone hata kama unanichukia. Najua mwingine ameniambia hapa niko na ushuhuda mpaka namzuria tu. Mimi hiyo ndio raha yangu. Ukikutana na huyu mtu mwenye mwanya, ubarikiwe, Mungu akupe shuhuda tele. Mami, hii nguo itakupa ndoto za baharini tu, na hiyo ndio hii ni ya baharini. Itakupa ndoto za baharini na wanaume wasio wako. Mzee wako wapi? Lakini ni kama hakuna mami jameni, kama uko na mzee si wako, ni wa mtu. Na kuambia ukweli, mimi naitwa Ezekiel. 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 Hiyo yangu ni kweli kabisa. Yuko ni mjeuri sana. Wewe ndio mjeuri. Hapana. Mami sikia. Hivi ndivyo maisha ilivyo. Wajua sasa nawafundisha. Ni vile tu mniambie nisikalishe wengine nje kwa muda mrefu. Mtaniambia hivi ndivyo dunia ilivyo. Wakati umeingiwa na roho ya umasikini, ukienda kuomba pesa ufanye biashara, haupewi. Na hata ukipewa, ukifanya biashara ina fail. Mwingine akuja afungue biashara pale umetoka, ananawiri. Umenielewa? Ukipokonywa nyota ya ndoa, mpango wa kando anaingia, wewe unafukuzwa. Unasema huyo mwanaume ni mjeuri, na mwingine anakuja anaishi na yeye. Ujeuri umeenda wapi? Naongea ukweli. Lakini ukiwa na nyota ya injili, unaweza kujenga kanisa kama pale nimejenga kule, imegeuka imekuwa town. Mwingine akasema huyo anajenga town, kwa hiyo anataka kujenga tujenge msitu. Si mtu mzuri ni yule anajenga town. Hayo watu wengine wanahitaji maombi ya dharura. Yaani mtu anakasirika sababu unajenga town. Wanataka wachungaji ambao wanaomba, mpendwa, utoe sadaka ya 2,000. Nawaambia mtapona hata shetani akasirika.
Mami, si ufunguliwe leo, ndoa yako iwe ndoa. Amina basi. Alafu naomba nikushauri kama baba wa kiroho, sawa? Ufika kiwango, mimi na wewe tumekuwa watu wazima, hizi longi si zako sahi, tume expire. Hizi tunaachia hao vijana ambao wanafikiria good shape ni good marriage. Mumenielewa wazazi wenzangu? Tunafikia kiwango tunakuwa watu wazima. Nguo zingine tunaachia watoto. Nguo ikikubana inamaanisha ni ya mtoto. Nguo inayokubana ni ya nani? Muangalie mwenzao kama akona nguo imembana, muulize umekuwa mtoto tena? Mami, unaishi peke yako. Unafunguliwa leo kwa jina la Yesu Kristo. Hata ukijificha utazeeka peke yako. Heri ungefungua macho. Angalia, mami, ukiingia kwa duka la dhahabu, hata kama una pesa, omba upewe. Kuliko kusema nimeingia kwa duka la dhahabu na hujatoka na dhahabu, umetoka na plastic. Nikiwa niko hapa, nimekuja hapa niwasaidie, sio munione. Mumeniona kwa runinga na kwa gazeti. Mpaka saa hii hamna haja na ile world evangelism. Niko Citizen, niko NTV, niko KTN, niko YouTube, niko Facebook, niko Headbook, niko Amen. Kwa hivyo hakuna haja useme nimemuona Ezekiel. Mimi nilikutana na bishop one day, maisha yangu yakageuka tu. Ndugu yangu, hai baba, unafanya kazi gani? Nafanya kazi ya stima, nikawacha. Stima? But nikadrop. Ukadrop? Wapi? Nikakuwa tunazunguka tu hivyo. Sasa unafanya kazi gani? Hakuna. Hakuna kazi. Huyu hana kazi. Hauna chochote. Mami, hiyo nini? Ngoja. Jaribu kuifungua hivi. Okay. Bwana Yesu asifiwe. Kama kanisa haliwezi kushughulikia mambo haya, tuache kutaja jina la Yesu. Tuende tuambie washirika tumeni sadaka basi. Sababu hatuji. Mwingine ameniambia nataka kujua the numbers view, inaitwa number of members or member of numbers. Hiyo. Wale ambao wako kanisani, nikasema jameni, sio kitabu itajana siku moja. Si niliwaambia nyinyi msizime hizo? Mama, sikia. Mimi nitakwambia the genesis of your problem. Chanzo cha matatizo yako, ndoto zako mbaya. Kweli. Unashindwa kwa ndoto, unaugua ugonjwa, ukifanywa upasuaji inamea tu. Ni kweli. Wanatoa uvimbe, inamea tu. Wanatoa uvimbe na unaiota na inamea tu. Ni kweli, hata nanyongwa kwa ndoto. Sasa ukinyongwa kwa ndoto, tumeambiwa tusiombee watu wapone. Simuite madaktari wadunge shindano wale ambao wananyonga watu wasitunyonge basi. Wewe niletee daktari aniambie how are you going to dunga shindano mnyongwaji? Ninyi ndio mnajua kizungu, mimi nimezaliwa Mombasa. Unanyongwa? Nanyongwa kwa ndoto sana. Mpaka sauti inapotea, hata nashindwa kuamka. Na naota ndoto mbaya. Na umeokoka? Naota na mama yangu, alikufa na baba yangu wakiniita. Walikufa na nini? Mamangu alikufa na kansa ya macho. Na baba? Baba aliumwa tu na kichwa na akalala hivyo. Na hii wanasema ni ugonjwa gani? Wametafuta wajapata ni nini. Si unajua pale wanaelekea? Si unajua? Wanaelekea kwa ile ya mama, si ndio? So it is spiritual.
ita daktari adunge hiyo shindano. Hata kesho nimebook nini MRI nafaa kwenda kufanyiwa. MRI. MRI ni ya kufanya nini? Najua ni scan. Ina scan. Wanasema wameangalia waone ugonjwa ni nini. Na mafuta tu ndio wanatoa. Kwani unatoka Western wewe? Natoka Nyanza. Nyanza. Watu wa Nyanza waliniweka kwa TikTok. Kwa sababu nimewaambia wanapenda matanga. Wakaniambia, "Pastor, you don't understand my friend. It is in us for a decent send off." Tunasikia wanasema yes. Bwana Yesu. Uwe adui ya matanga na utakuwa rafiki ya uzima. Usipende matanga, penda uzima. Mami, Nyanza ndio mahali watu wanakufa mpaka wanafunga geti ya boma. Hata kwetu wamekufa hivyo. Boma imefungwa. Imefungwa. Tumebaki tu na ndugu zangu nje. Lakini nenda hapa Kiambu, mtu akifa wanaangalia hivi. Njeri amekufa. Lakini nenda Nyanza. Uzuri hapa hakuna mawe, hawatanipiga na mawe. Mami, unapona leo kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Baba, wewe uko na kiwango kibaya cha umasikini. Hakuna mtu anaweza kuajiri ukakaa. Hata akikupa pesa ufanye biashara haifanyi kazi. Ndiyo. Hata ukianza kazi usipofutwa watu wote wanafutwa. Ndio. Unafunguliwa leo kwa jina la Yesu. Amen. Wewe uko na ndoto mbaya na unaishi peke yako. Ni kweli Pastor, mimi nimekuwa na degree ya divorce. Magonjwa kunitesa. Hata sasa vije tunaongea hivi. Lakini kupendwa si tatizo. Ni kweli. Kuolewa ndio tatizo. Ni kweli Pastor. Huo ndio ugonjwa hatari zaidi Kenya. Lakini uliniombea na amerejea sasa. Amerejea? Yes. Mzee? Ndio. Ako wapi? Ameenda kazini. Ameenda kazini. Tuliachana for 15 years na amerudi last. Muliachana for 15 years? Yes. Ulioombewa wapi? Nilikuwa ninafuatanga tu ibada zangu kwa TV. Ukaombewa kwa TV na wamerudia? Fanya ibada kwa TV, wakati nasema tupokee ndoa, mimi napokea nyota ya ndoa kwa TV. Jamani, sio TV funguliwa isaidie watu. Si hata yule aliyefunga asikie hizi. Na isitoshe, okay, tumezaliwa kwetu ni box 8. Sasa tumezaliwa wanane, sisters 4, wanaume 4. Na wakati nianza kuwatch channel yako nikaanza kudai ndoa zetu. Sisters wangu 3 hatuna ndoa. First born peke yake ndio kwa ndoa tu ile ya kungangana. So wakati nianza kuwatch channel yako last year nikidai ndoa kwa ajili ya familia yetu. Muliachana na bwanako for 15 years? 15 years na amerejea. Yeah. Okay. Nisikilize. Urembo wa mwanamke bila ndoa, hata yeye mwenyewe anasikia ako na kasoro. Hata akijifanya ako okay. Sababu Nairobi wa mnasema I don't care, I'm okay, I'm comfortable, I have my job, my house, my car, my children. Lakini deep inside your heart unasema hakuna ukamilifu hadi arudi kwa ndoa yake. Mimi niliuliza swali, kama president wa single mothers ameolewa, wewe wafanya nini? Pastor, ushuhuda ingine moja, ni lazima itabidi muende election.
Sababu president wa single mothers amefanywa nini? Na ubaya hakukuwa na deputy president, na hakukuwa na cabinet secretaries, na hakukuwa na parliament. Sikiwa huyo ameolewa, wamama sote tuolewe. Ni ukweli, hata kama umekasirika. Ulipokuwa msichana ulisema nitakapomaliza nitapata kazi, nitaolewa kwa heshima, si ndio? Hakuna kujifariji. Shetani akuachilie na ubarikiwe kwa jina la Yesu. Hakuna kujifariji, hapana. Mami, don't worry, don't worry. Sister yako mwingine pia amefanya harusi last month. Mdogo wangu mwenye ako karibu 38 years hapo, Mungu alimbariki na ndoa, amefanya harusi last month. Sasa ni wangapi wamebaki bila ndoa? Ni mdogo pia, na yeye yake pia iko kwa laini, ako karibu tena kwenda. Nisalimie mami. God bless you. Basa naomba tu uniombee uponyaji kwa sababu lungs zangu zimetoboka zote, vinye tunaongea hivi na lungs. Sina lungs, yeah. Lungs? Yes. Mapafu? Yeah. Yametoboka? Imetoboka yote, nilienda x-ray nikaambiwa. Okay, baada ya maombi chagua siku yako mwenyewe, nenda hospitalini. Amen. Nani mwenye huyo? Kama anasoma anaanguka mtihani. Kama anasoma anaanguka mtihani, haelewi anything. Ako grade 2, anafaa kuwa grade 4. Yes. Akiandika hata haezi andika 1 mpaka 10. Hata jina yake saa zingine anaandika anakosa. Shukuru Mungu tumekutana hapa. Atafunguliwa tu. Sio unaonanga watoto walikuja New Life wakiwa na E, alafu wako na A. Yes. Unajua mahali huyu ametoa hiyo roho? Kwa mamake. Mamake yako wapi? Mamake pia alikuwa anafanya hivyo shuleni. Unajua sasa mamake amenyamaza. Mami haina neno. Aminini Mungu. Unaona zile vitu naona New Life? Si za uongo, ni za kweli. Unaona nimekuja hapa na watu wanashuhudia hapa, na mimi siko Mombasa, niko hapa. Yes. Wengine wako na testimony, unaona testimony zingine huko. Hebu lete hiyo picha. Living water. Huyu ni ng'ombe. Amefanya nini? Ng'ombe ilikuwa inakufa, Ng'ombe, mpe microphone. Ngoja, kamera. My brother hayuko. Kamera ije hapa. Hakuna kamera hapa. Mutanisamee nikishatoka. Fanya hivi. Pita na hapo katikati. Uchukue huyu. Hizi ni shuhuda zingine. Nakwambia tukizuiliwa kuhubiri hapa, tutahubiri barabarani. Na wataponea huko. Na hata uenda hata kuwa mimi ni huyu na ni yule na ni yule na ni yule na ni yule. Okay. Sasa tuongee. Pastor. Nilikuja machana. Sioni sura yako. Yule ambaye ako kwa switcher hajaweka sura yako. Hii kamera izunguke. Bro, unajua wewe ndio ulinifundisha hivyo. Kwamba ninaona kila kitu. Okay. Sababu huyu ndio nataka wale watu wa gazeti waone. Shika. Ng'ombe walikuwa wanafanya nini? Ulisema nilikuja machaoni. Ukasema kuna mama mwenye alikunywa damu ya Yesu akaamini kwa ng'ombe yake ikashika mimba. So sijawahi sahau hiyo. Nilisikia kwa TV, ikabidi nitoke juu ya ng'ombe. So nikachukua tumia tu hii microphone si mbaya. Nikakuja kuchukua living water. So ng'ombe yetu ilikuwa inakufa tu. Mama alikuwa anakamua, unastukia asubuhi hakuna
ng'ombe imekufa, unapata imeanguka tu hivyo na imekufa yenyewe. Imekufa hivyo. Ukisa ndama inakufa, mpaka punda zote zikakufa. So nikaenda, hata mtu ajui hii siri nyumbani nilifanya peke yangu. Nikachukua niling'ota, nikanyunyiza kwa boma. Kwanza nilikunywa damu ya Yesu. Nikasema pia nami nishike mimba, hata naye ng'ombe ishike mimba. Oh, yani wewe ushike mimba na ng'ombe ashike mimba. Alafu pastor nikaenda kufanya hiyo, nikafanya. Nani alishika mimba kwanza? Sasa pastor, shida ng'ombe alishika wote, na nilikuwa nataka twins. Ulikuwa unataka twins wewe? Ng'ombe akapata twins miss. Ng'ombe huwa anazaa twins? Ushawahi kuona ng'ombe amezaa twins? Si ndio hawa? Warembo pastor, ni wasichana wote. Ni wasichana wote? Wewe ndio hukushika mimba? Na nilikuwa nataka. Ananiambia imagine. Sasa hii pastor ni kazi ya new life kabisa pastor. Wewe ushawahi kusikia ng'ombe amezaa twins? Sasa vile pastor walizaa twins, ikabidi niende nikaelezea nyumbani vile nilifanya, ikabidi niseme ukweli. So nikaambia ndio hii mambo ya pastor Ezekiel. Ndio. Hii pia waweke kwa gazeti. Na tunakamu pastor. Ninakamuliwa sasa, maziwa ndio inatoka, ndio wasiseme vibaya. Hii ni ng'ombe iko kwetu. Alafu pastor, sasa nibariki hata mimi. Uliniambia unataka twins? Uliniambia. Wewe kwa nini uliaminia ng'ombe? Sijui pastor. Pastor sijui. Nenda uniletee wajukuu kwa jina la Yesu. Injili kama hii isiposumbua watu akili, basi sio injili. Testimony. Mpe microphone. Mpe microphone. Fiwe? Amen. Mimi naitwa Esther pastor, mimi ni mshirika kwako. Saa December 31st uliniambia nirudi. Kataa kabisa, lakini venye kulienda. Nilikwambia urudi kwa ndoa. Umenikumbuka? Ukakataa. Ukasema na kurudisha kwa mzee wako. Nilikuwa nimeolewa na watoto wawili, na alikuwa ameoa na mtoto mmoja. Sijui vile kulifurugana kwake, kwangu kukafurugana, sasa tuko pamoja. Nilikuwa Embu, nilikwambia tuko na sijui yani yeye na mpango wa kando kumevurugana. Walifurugana, wazazi wake wakaniita nyumbani, nikamwambia sikuji peke yangu. Wewe pia huko unakokaa kukavurugana. Kukafurugana, biashara ikaisha. M-Pesa kwanza lady kakataa kazi. Sasa umerudiana na mzee? Tuko na mzee Kawa West. Kawa West. Na watoto wote pamoja, lakini pa kando sijui 18 years of divorce. 18 years of divorce. Si Yesu ni mzuri? After nimeolewa na nikapata watoto. Kwani tena hii Nairobi mnataka tukae single ama tuolewe na tuoe? Tuolewe. Wajua hii Nairobi mko na maajabu. Mpaka mkeweka ibada zingine single lady service. Pastor watu wanasema si waziko na zivunja zote rasmi. Mubarikiwe na ndoa zenu kwa jina la Yesu. Sasa mtaanza kuweka ibada cancer patient service. Hapana, watu wapone, watu wakombolewe, ndoa zipone. Ushuhuda. Ya watoto. Karibu mami. Pasta, niko na ushuhuda ya kijana yangu. Tarehe 25 mwaka jana mwezi wa 4 nilikuja Mavueni. Niliamuka tu hiyo siku, ilikuwa siku ya Jumatatu.
nikasikia tu wacha niende Mavueni. Kitu kama saa 8 nikafunga safari na nikaenda Mavueni. Tukiwa kwa ibada kesho yake siku ya Jumanne ambapo ni Tuesday. Wakati Pastor Sara alikuwa anaombesha, nilisikia nimeisha nguvu. Kitu ya kwanza nikazima simu, sikutaka kusikia kitu yoyote. Baadaye wakati ulipoingia katika madhabahu, niliwakisha simu yangu juu nilisikia ni kama mwili imeisha nguvu. Kufungua simu, nilipata nimepigiwa simu zaidi ya 30 kiateka watu wa ploti. Kijana yangu alikuja, kulikuwa na mzozo kwa ploti na mama jirani. Mbana ya huyo mama alikuja, yeye ni mechanic wa motorbike. Alikuja na screwdriver kuuliza kijana yangu, kwa nini umepiga bibi yangu ukamungwara hapa kwa lipu? Kijana yangu wenye alikuwa anaeleza akasema ya kwamba yeye, ngoja nikuelezee vile mambo imekuwa, hujaisikia nikiulizana chochote na kijana na si ni majirani miaka 5. Huyo jamaa alidunga kijana yangu na screwdriver karibu na roho. Kijana yangu alikufa for 4 hours. Wakati nilitoka nikaenda mahali roli zilikuwa zina level kule tunachukua vitambaa, nilipigiwa simu nikaambiwa kijana wangu amekufa. Nilikosa amani, nikakuja kanisani, nikarudi nikaanza kuomba nikilia. Nilikuwa nikuje nikae kama siku 2. Kurudi jioni wakati wa ibada iliisha, nilipanda gari nikarudi Nairobi. Kesho yake kupeleka kijana hospitali mali alikuwa amelazwa, tukaambiwa tumpeleke apigwe x-ray ionyeshe degree ya shimo imefika. Umpeleka Nairobi Women Hospital. Kijana alipatikana kuna damu inateremuka kwa roho, ni kama wamemguza kwa lag kwa sababu imeaffect nafsi ya hii side moja. Wale Nairobi Women wakanipatia turudi kwa ile private hospital, alipelekwa tukaandikiwa immediate surgery Kenyatta. Kufika Kenyatta kijana analia, nikasahau kwanza, nikamwambia kuja twende kwa nyumba. Nikaenda kwa nyumba na nikamuombea, nikampatia chupa mzima ya living water juu nilikuwa nimekuja nayo. Tukiwa pale Kenyatta, kijana kitu kama saa 8 ya usiku juu ya vipimo ya hii na hii, watu walimuona amekaa mahali juu alikuwa ameafektiwa, tulikuwa tunamfunga mshipi, hii mkono haezi akainua. Sasa nikaona ameanza kurusha mikono yote miwili, anarusha hivi. Watu wakaanza kuuliza kwani kijana amechizi. Wakakuja kaniambia, mami nimepona, maji ya Ezekiel imeniponya. Haleluya! Mpaka wa leo mtoto wangu hajawahi fanyiwa surgery mpaka wa leo, ingawa hiyo kesi Mtampe Yesu sadaka nzuri. Amen. Sasa naomba, hiyo kesi imenihangaisha kotini. Sijawahi pata haki ya mtoto wangu. Kila wakati nikienda, faili ya mwenye alimdunga njoo aliandikiwa ni murder case. Haijawahi inasemekana. Kila wakati mwaka mzima kesi inaahirishwa. Lakini yenye walistaki kijana aligonga. Niko na swali. Haleluya. Niko na swali. Nani ako na kesi? Tulienda tulistaki yule alidunga kijana. Juu hata landlord walichukua hiyo nafasi wakasema huyu ni kama alikuwa anataka kuwa kijana wa mwenyewe. Okay, tufanye hivi. Na angepooza ama angekufa, Yesu aliyekuepusha na surgery kwa ajili ya hiyo samehe. Amen. 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 Unajua watu wanaotuchukulia mabaya, hatuwezi kuwachukulia mabaya. Ni lazima tujifunze kuwa na roho ya Kristo. Samehe. Memsamehe wao wamestaki kijana wangu. The best way to demonstrate true love is forgiveness. Amen. And the best way to demonstrate maturity is to forgive your real enemies. Yes. Not to forgive your friends. Forgive people who want to kill you and people who want to take you to jail. Yes. Forgive them for free. Amen. Kesi yenye wamestaki kijana. Na usisubiri wakuombe msamaha. Amen. Afadhali msamaha wao ikushtue, but forgive from your heart. Be a father, be a mother. Sababu yale ambao Kristo anatufanyia, angesema tulipe, tungetoa pesa ngapi?
Wakati uko na mtoto kijana na anapooza hivi na mtu ashamdunga kifua, alafu ghafla unampa living water na mtoto anapona, wenzake wakiwa wamekaa hapo wamepooza, si unatoka tu unamwambia yule aliyemfanyia nimekusamehe? Sasa kwa nini umpi microphone? Hiyo kesi yenye walistaki kijana. Ile ya kijana kugonga yule mama. Hiyo ndio judgment iko karibu. Ishafanywa, hearing ilianza, ni karibu daktari aongee hiyo iishe. Sababu ilipatikana kuna ushahidi wa uongo, mpaka kesi file inatoka kotini na rudishwa police station. Investigation officer waangalie ni nini hizi, kwa sababu hii kesi inaonekana. It is okay mama. Sitaki iwe maumivu ndani ya moyo wako. Yes. Mimi naomba Wakristo vita vyetu viwe vya kiroho. Yes. Let us fight and win spiritually. Amen. And the only way to win is to win through love. Amen. Hawataelewa. If you fight them the way they fight you, yes, they will be happy. They want you to be like them. Wanataka upigane na wao vile wanavyopigana wewe. We are not of the flesh. We are children born of the Spirit. Yes. And our Father is full of love. Amen. We are going to love and forgive. Amen. Hizo kesi zipotee mama. Amen. Naomba ndoa yangu, nimekaa miaka mingi bila mume. Bila mume? Alienda akaoa. Hiyo ni rahisi. Nitakufundisha njia ya kukamata mwanaume na kurudi. Amen. Unaona yule alikamatwa kwa lazima baada ya 18 years. Yes. Hata hawa wenu watakamatwa tu kwa lazima kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Nenda uangalie. Just wait. Mami, ngoja. Bwana Yesu asifiwe. Listen to me. Natamani niwafundishe injili niliyopewa na Yesu. When you want to be a real mother, a real father, si lazima uzae huyu awe wako. Unaweza kuzaa kijiji kizima. Na siku ile utakuwa mzazi wa kijiji, ni siku ile umepigwa vita na watu wote wa kijiji na ukawasamehe na ukawapa chakula. Nini? Nakuja. Naja. Ukiacha maandamano, naja. Keti basi. Ni wanani wewe? Pastor, nilitumia living water na prayer cloth kupea huyu mama kama bwanake amemfukuza Tinibare na Zaangi. Hiyo ilikuwa May last year, date 17. Date 19 akashika mimba. Nyinyi mnajuaje matarehe? Yes, date 19 akashika mimba. Ndio huyu mtoto ako na 2 months now. Alafu mimi cross border anointing nimeenda 28 May March of this year. Nikaenda kukula na ile Kempiski Hotel pali Obama lilalia huko. Nikapata barua niende nikule huko. Nikaenda nikakula. Date 2 this May, si tuko May. Nimeitiwa mashini yangu na ninaiendea leo. Posho meal, my posho meal. Nasiagia watu unga. Cross border and anointing. Amen. Mpe Yesu makofi mazuri. Hiyo hoteli mimi sijui iko wapi. Iko hapa Kenya. Mami ni wanani? Simuoni babake. Hatuko pamoja. Sasa umetoa wapi mtoto kama wewe? Tuliachana. Uliachana? Nikurudishe? Yes. Nimregeshe babake mtoto? Ndio. Sawa. Ndio. Alafu pastor,
Kwetu mamangu alikufa na 33 na wasichana wanakufanga na 33. Wewe uko na 30 ngapi? I think niko na 33 kwa sababu nimeanza kupata demonic attack na spirit of death. Kwa hivyo unakufa lini? Sijui. Nataka ukombozi. Nataka ukombozi. Mama alikufa na 33. My aunt 33. Na mimi sijui nilizaliwa lini, lakini I guess niko hapo. Sisi kwetu watu wanakufa na 39. Na mimi niko 45. Kwetu ni 33. Wewe unakufa lini? Sijui. Lakini mwenye anafanyanga hizo vitu aliniuliza kwani naenda kanisa wapi, nikamwambia kwa Pastor Ezekiel kwa ndoto. Alikuuliza kwa ndoto? Kwa sababu anajaribu anashindwa. Okay. Yes. Jiandae kuishi mpaka uchoke. Amen. 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 Ichukulie simple hivyo na uachane na mawazo ya kufa. Amen. Jiandae kuishi mpaka ufanye nini? Mpaka uchoke. Amen. Huyo mtoto tafuta matibabu mazuri. Usacrifice kwa ajili yake. Yes. Itakusaidia. I also have another one. Mimi naongea kuhusu huyo. Sababu mamake anapendwa na haoleki. Ni ukweli. I love the spirit of anger. Yes. So huyu si umeelewa sasa? Thank you. Thank you so much, mama. Kuna mtu namtafuta hapa. Huyu. Kachi. Ngoje anaja. Mami, tulia tu. Wacha nimalizane na huyu alafu nirudi dakika moja. Niko na sababu. Nyumbani na wangapi wanakunywa? Sababu wewe hata ukiniambia ukunywi, ukiona pombe unasema jameni pombe uko na shida gani? Wangapi wanakunywa? Nafikiria kila mtu. Na wewe? Hata mimi kidogo. Hata wewe kidogo? Yeah. Ukiona pombe unamuuliza pombe una nini na mimi? Alafu kuishi peke yako? Naishi peke yangu. Urembo kwa wote, ndoa zero. Hakuna chochote bali. Jiandae kuolewa mwezi huu wa 5. Haiwezekani hii macho ijue mtu na nimekuja Nairobi alafu huyo roho anayekujua ashinde kukufungua. Ndugu yangu, don't worry, si mara moja na kuona. Wewe unatoka Nairobi? Ushawahi kuja Mavueni? Tulikuwa last service on Saturday when we talked a lot. Tuliongea sana, ukaniambia ninaugua mauti. Yes. Leo vile umenilokea. Unatoka Nairobi? Ndio. Hautakufa, achana hiyo. Okay. We forget about that. Wewe unaishi peke yako? Ni ukweli. Wewe unaishi peke yako? Ni ukweli. Na ubaya ni kwamba hamtafuti wapenzi. Ndoa ndio hakuna. Ni ukweli. Hii Nairobi watu wanaishi kama chips. Hawapikwi nyumbani na pikwa hotelini. Watu watafuti boyfriend lakini ndoa ndio hawana. Niko hapa Nairobi, Mungu angenipa 1 week kwa hii nyumba, mungeolewa kwa hiyo wiki. Mami, niko hapa. Ongea. Ukimaliza yako naanza yangu. Ninaitwa Nancy. Naomba utumie sauti sababu umenisumbua ndio nije. Naitwa Nancy. Naitwa Nancy. Nimekuwa nikifuata sana kwa TV na kufuata maagizo yako na mafunzo yako. Sana sana nakumbuka kuna wakati nilihangaika sana na shida ya mwili, nikazunguka mahali nikipimiwa ugonjwa zote hazipatikani. Lakini nakumbuka siku moja ukasema kama kuna mahali yote inauma, inakusumbua, na kutoka hapa nikaanza kupata nafuu na nikakuwa ulikuwa una watch kwa TV? Kwa hivyo wewe uliponea kwa TV? Kwa TV. Si hata bishop amekuwa akiombea watu kwa TV na radio? Nairudi tena. Now. Ni nini imekuleta? Sababu niko na kesi zingine na wewe. Kwa sasa
kwetu nyumbani sana sana mimi nilikuwa mmoja, nilikuwa naliwa sana nyota ya ndoa. Nimeishi kuhangaika, sina mume alipokonywa kaenda. Alienda wapi? Alioa bibi mwingine. Alioa bibi mwingine. Lakini nimekuwa kwa sababu ukikasirika dunia inaharibika. Alafu ni wale wadada ambao akona akili kama ya mwanaume. Sijui kama unawajua. Anaweza kureason na wewe mpaka wewe mwanaume ukauliza kwani mimi ndio mwanamke na yeye ndio mwanaume. Number 1, number 2, uko na nyota nzuri. Sijui kama unaitumia. Sasa umekwama. Sijakushika vizuri. Hujanielewa? Pesa zako ziko wapi? Nafanya kazi lakini pesa yangu sioni. Nyota nzuri ambayo haikusaidii. Unataka bwanako arudi? Ndio, hiyo ndio. Ndio. Ndoto zako mbaya ziishe. Na ndoa yako irudi kwa jina la Yesu. Na pesa zako zikusaidie. Amen. Amen. Ninakuja. Si ukae. Naomba acha moja aenda atoe yule dada pale. Umetoka Kitale? Haya, keti basi, keti. Hauja keti. Ni wanani? Ha? Ni nani huyu? My sister, mtoto wa my sister. Ana nini? Hiyo ni ushuhuda wa Jacaranda. Nini ilifanyika? Alikuwa amekaa 12 years bila mtoto. Nikamchukulia Jacaranda. Saa hii anakaa na ni wewe Ezekiel. Nimefanya nini? Anaitwa Ezekiel. Ha? Umezaliwa Ezekiel. Oh, nimezaliwa. Oh, nimefikiria nimepeana mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Si Kenya inabadilishwa vizuri tu. Ibadilishwe na nguvu za Yesu Kristo. Sasa nguvu za Mungu zikifikia hapa uweze kuizuia, achana nayo. Wachana nayo, isaidie watu. Si ndio? Ikifikia hapa Jacaranda, Kasarani, Mavueni, badala ya kusumbua hizi nguvu za Mungu zisupport tu. Sababu ukizisumbua zitalipuka zaidi. Mnawekanga password. Uko na swali? Uliza. Asifiwe Yesu. Ndugu yangu, Mungu akubariki, utoke kwa umaskini. Sawa? Amen. Utoke kwa umaskini. Amen. God bless you. Mpe huyu microphone. Pasa, mimi nilikuwa nauliza, mzee wangu huwa ananiambia mimi ndo ufanya asifanikiwe. Swali. Unaona ushakasirika? Sasa nauliza, ni ukweli mimi ndo chanzo? Ni kweli. Ninakuja, don't worry. Nyinyi wawili nakuja. Ni kweli mama. Unajua ni kweli vipi? Mimi nikimuoa Pasa Sara, hakujua kitu kinaitwa maombi, na hakutaka maombi, na hakutaka huduma. Hakuwa nayo. Si nimemwambia mwambie huyo mtu akae. Hakuna viti. Okay.
hakuwa nayo. Nikamwambia Pastor Sara siku moja, fanya kazi ya kubeba. Nikamwambia siku moja, omba tukule. Akaniambia mimi sijui kuomba. Nikamwambia sema Bwana Yesu, nabariki chakula kwa jina la Yesu. Akaniambia mimi sijui nitakula, na akaanza kula. Nikamshika mkono, we. Nyanyake wa kuzaa babake alikuanga mchawi, mpaka alipotea, hakuzikwa. Saa hii ningekuja hapa niseme mpe Pastor Sara nafasi ya kuomba, ningewaambia hapana, heri niombe nihubiri, sababu ataomba mpaka kesho. Amen. Sasa mtu kama hana na mwenzake hana roho ya ufanisi, na wewe uko na roho ya umasikini, mkioana anafilisika. Sasa yampasa yeye awe na roho yenye nguvu kukuliko wewe, ili akubadilishe, ama wewe upewe nyota leo. Amen. Na hata waijutia kukuoa. Alafu usikasirike. Namba 2, mnaishi Nairobi hii? Lakini mama muko masikini Kabisa pastor. Nikikuangalia naona wale mende Wako hapo pastor. Na wale wengine wadogo wadogo ambao sitaki kuwataja. Hadi nakasirika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umebarikiwa leo kwa jina la Yesu Kristo. Amen pastor. Amen. Nyinyi wawili asifiwe Yesu. Mnajuana? Mmekutania hapa? Hapa. Nyinyi ni single ladies, lakini huyu anarogwa, na huyu akona degree ya kuishi peke yake. Kinachokusumbua ni uchawi, si wa Nairobi, wa kwenu. Lakini huyu anaishi peke yake. Lakini shida zenu zinakaa kufanana. Hakuna kitu kingine. Ukienda kwa kanisa mahali hakuna nguvu, utaimba mpaka uwe na nywele nyeupe, hakuna kitu kinafanyika. Ni ukweli. Kanisa si jengo. Kanisa ni nguvu za madhabahu. Amen. Na hapo ndio shida iko. Watu hawataki kuona kanisa lililo na nguvu. Inabandikiwa maneno. Zile ambazo hazina nguvu ni makanisa takatifu. Ngoja Yesu hajaanza kazi. Mahali watu wanapona ndio wanasema kuna shida. Zile ambazo ni Bwana Yesu, haleluya, 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 na unakufa tu, hizo wanasema ni nzuri. Watu watapona, hata wasipopona hapa, watapona hapo kwa mlango. Mami amini Mungu tu, utafunguliwa leo. Leo nyote. Amen. Sawa? Nyote. Amen. Usiulize. Wewe babako alikuwa hivyo, ndugu zako wako hivyo. Hakuna mtu wa maana kifedha. Ndio. Hata yule ambaye anafanya mjini ako hivyo. Ndio. Unafunguliwa leo. Amen. Kwa jina la Yesu Kristo. Nyinyi mnaishi Nairobi, si swali, uko na mahitaji. Unajua mnaishi Nairobi, ninawajua. Hii si swali, ni mahitaji. Mjukuu wako ana nini? Madhara wazimu. Ako madhara wazimu. Na wewe pia ni mgonjwa Sana pastor. Na ugonjwa wako sasa inakula your body organs. Kweli pastor. Inakukula na ndani. Ukimeza dawa haisikii. Pastor. Niombe apone. Nimuombe apone. Ako madhari. Ako madhara wazimu, mwenda wazimu pastor. Ni sawa. Siku 3 sasa. Amekuwa mwenda wazimu kwa siku ngapi? Ni siku 4.
Siku 4. Jumapili nikasikia pastor anasema tutakuwa hapa na papa na mtoto wake. Nikajua ni wewe. Nani alisema? Pastor alikuwa anapuria hapa ule kijana. Nani alisema hiyo kitu? Bado siku kidogo papa atakuwa na mtoto wake. Nikasema nani alisema? Hapa kijana yake, Pastor nani alisema? Kijana yake. Tuliulizwa jana akasema hakusema. Tulisikia. Hako wapi? Ndio huyo pastor. Hebu shuka. Si afadhali nichukue huyu tuende tukae Mavueni. Kweli mbele ya kamera tuliulizwa na mama na akasema si mimi. Ni yeye. Alafu mimi nikija, honestly nilikuja kuongea na babangu, lakini kasema nikija nikapata ibada Monday nitahubiri. Akasema wewe Pastor Ezekiel utahubiri kesho asubuhi, mchana na jioni, na akachomoka akaenda. Aliporudi akaulizwa, nafikiri watu waliambiwa Pastor Ezekiel atakuwa hapa. Nani alisema? Akainua mkono. Si mimi. Sikudanganyi na kuibia wanamuziki na si mimi. Naja mama, naja. Hakusema direct. Hata mimi sitaiba direct. Okay, lakini si amefanya kitu kizuri? Umefanya kitu kizuri. God bless you brother. Ulikuwa una watch kwa TV? Sasa hii amfungui. Kijana akapika TV mara pili mpaka ikapasuka. Nimetawa TV ya Madare. Ya Madare hospital kwa wenda simu. Mama nenda utapata kijana wako ni mzima. Nishike mkono Bwana, nishike mkono, nishike mkono Bwana, nishike mkono, nishike mkono Bwana wangu, nishike mkono, nishike mkono Bwana, nishike mkono. Unastahili Bwana wangu, unastahili, unastahili Bwana, unastahili, unastahili Bwana wangu, unastahili wewe Yesu, unastahili Bwana, unastahili. Usifiwe Bwana Yesu, usifiwe Yesu wangu, usifiwe Yesu, usifiwe, usifiwe Bwana Yesu, usifiwe, haleluya, Bwana Yesu, usifiwe, haleluya, usifiwe milele yote, usifiwe Yesu wangu, oh Yesu baba yangu, usifiwe Bwana, usifiwe Yesu, usifiwe Bwana baba
makofi mazuri tu. Pata nafasi kae. Asha wamsaidie huyu, Asha wamsaidie huyu. Hii ni ya nani? Bwana asifiwe pastor. Amen. Pastor, mimi nimechoka. Mimi nilikombolewa kwa hii kanisa mwaka wa 2000. Ulikombolewa hapa? Yes. 2000. Yeah. Nilikuwa mdogo sana. Nikakuja nikatoroka nikaenda, lakini nikiwa hapa nikapata mimba. Wakati nilipata mimba, Mungu akanibariki na watoto wawili mapacha, kijana na msichana. Nikawaita Lucy na Pius. Na mimi nikarudi nikatoroka kanisa, sikukuja tena basi. Angalia mama. Si wadanganyi. Hii madhabahu ya maximum iko hai. Ninawaambia ukweli. Juzi hakuna madhabahu iliamuka, pamoja na injili yote ambayo nimefanya Kenya, hakuna madhabahu iliamuka ikasema ninamjua Ezekiel. Hata wale ambao walikuwa wananipigianga simu hakuna mtu alipiga, ila madhabahu moja ikasema najua huyu. Hiyo huwa inaonyesha uwezo wa madhabahu. Madhabahu ambayo ikitingishwa inajificha, haina nguvu. Hii madhabahu iko hai. Huyu mzee mnamuonanga kwa runinga pale, huyo mzee atawasaidia. Huyo mzee anasimama na injili wakati wa mvua na wakati wa jua, wakati wa machozi na wakati wa furaha, wakati wa kilio na wakati wa huzuni. Haoni haya kwa injili. Yes. Huyo ndiye mzazi. Maandiko yanasema na kuna wachungaji bandia ambao kondoo wakiona mbwa mwitu wanakimbia, wanaitwa wachungaji wa kulipwa. Imeandikwa. Saa hii kondoo wanapigwa left, right and center. Hakuna mtu anaongea. Kila mmoja inabakia mmoja ambaye anasema nitabaki na kondoo wangu. Siku moja mtajua mchungaji wa kweli. Nimewaambia ukweli hata kama mnalia. Madhabahu haifanani. Madhabahu hupimwa wakati wa majaribu, sio wakati wa sadaka. Ndio nakwambia, oh my daughter you are good. Awe good pia wakati ambapo anaugua. My daughter you are good wakati ambapo amenunulia pastor gari. Awe good pia wakati ambapo analala njaa. Nimekuja hapa nikakuta bishop ameweka chai pale kwa vijana wa barabarani. Ni kweli. Wanakunywa, wananiambia hawa ni watoto wangu, huwa tukimaliza ibada wanawekewa kinywaji wanakula. Nani atafanya hiyo? Na kila mmoja ako na haja na kukula na kuenda nyumbani kwake. Siku moja ngojea nimezee hiyo. Mami, kaa hapa. Kaa hapa. Unaona hawa wazazi wawili? Ni wazazi kweli. Hawaogopi mbwa mwitu, hawaogopi mnyama yote. Wanalea watoto wao. Sasa vile nilitoka, hao watoto ni watu. Ngoja kwanza naongea. Nyinyi mnanisikia hata kama mnakasirika? Si wamethibitisha? Wamethibitisha. Hapo kuna mtu angeongea? Wengine wanasema asulubiwe, angikwe. Bwana ni wewe tu, Bwana ni wewe.
wa kweli ni yule ambaye kondoo akikamatwa anaacha wengine wote, anakimbia anaenda kuokoa yule. Siku moja mtakuja kujua wazazi ni nani. Upatikane na shida ndio ujue. Mnawaandalilia meza, mumekufa huko, mnawaandalilia meza, mayai, kuku, nyama. Bwana asema dunia sio kwetu. Na wakati uko na shida hapatikani. Ukishakufa ndiye anajua dunia sio kwao. Si akufe wa kwanza. Na sisi pia tusome dunia sio kwao. Watu wa Mungu, muishi, muwe na afya. Muishi, muwe na kagueni kila roho. Kuna sehemu zingine kondoo akipelekwa, kama si mchungaji mzuri hawezi mfuata huko. Anasema huyu ashaliwa, achana naye. Mnasoma Biblia lakini msome tena. Naona mmesoma Biblia mkakataa miujiza, mkasoma Biblia mkakataa deliverance. Mtaanza kukataa washirika basi. Lakini nikiwaona hivi, naona a new generation. Kichwa ngumu. Kama mwingine amesikia Kitale, umetoka wapi? Wani wewe umejulia wapi? Usiku. Usiku. Na ukapanda gari. Kichwa ngumu ndio huyo. Naja. Niko na around 10-20 minutes hapa naja. Mama, sasa hii ni ya nani? Hii ni ya watoto wangu. Hao watoto. Sasa wanapata ngapi? Hawafanyi vizuri shuleni. Kama wewe ulifanya vizuri hapa, wewe umeacha Mungu. Ndio maana nimerudi, hata wewe ndio umenirudisha hapa by the way. Ni wewe umefanya. Hiyo ndio maana tumezaliwa hapa by the way. Wewe ndio umenirudisha hapa. Ndio tuwarudishe wengine hapa by the way. Sasa nilikuwa nani anakaa Nairobi? Kaa hapa maximum utasaidika. Angalau nikija nisikutafute sana. Ha? Nenda, watoto wako watafanya vizuri. Sasa naomba unipe nyota yangu. Hata huyo tulikuwa tunakuja hapa tunaimba hii wimbo ya lango lango, tukirudi tuliachana, hakuwa bwana yangu. Nilifind out baadaye alikuwa ameoa. Sasa mimi niko tu hivi hata sina. Mkaimba lango lango? Imagine na tukaachana tu. Hiyo wimbo mpaka leo hii hakujawahi tungwa nyimbo kama hiyo. Hakuna tunga yako, hakuna. Unaweza kutunga yako umalize, lakini huo wimbo utabakia hapo. Unaweza kuja na kanisa lako mpaka useme arise and fall down faster, lakini maximum itabakia tu. Ya nani? Ya my sister. Moja ni wa sister. Akona ngoroga hapa na ingine ni ya my brother in room mwenye amebaki home peke yake. Na wewe yako iko wapi? Ndoa. Ilisha. Sababu umehesabu ya wengine na wewe pia hauna. Bwana Yesu asifiwe. Okay. Waambie waende wapime. Sawa? Hiyo ndio imenileta hapa. Unaomba nyota ya huduma? Ushaoa? Yes. Niko na bibi na watoto wawili. Mke wako wako wapi? Nimemwacha nyumbani kazi. Umemwacha nyumbani? Kwa kazi. Kwa kazi. Na wewe unafanya kazi? Nafanya kazi
Yes, nafanya kazi. Unafanya kazi? It's okay. Nenda udil na roho ya kupendwa na wasichana. Hiyo nimeng'ang'ana nayo sana. Nenda udil nayo, sababu wakikuona wanakuja kama hizi. Ukishinda hiyo utahubiri. Usiposhinda hiyo utakatwa miguu. Nitaishinda. Sababu jambo lingine, umeoa lakini unaota zile ndoto zingine, na hizo ndoto zitaleta shida. Do this, sir. Unaona kama kuna mahali bishop ananiona sasa, macho yake yako hivi sababu ako na haja na watoto, ana haja na vifaranga. Kweli. Sawa. So fanya hivi. Unaona hao wanawake na wanaume hawaishi na hakuna mrembo. Ukifikiria umeoa mrembo, ukigeuza macho hivi utapata mwingine ni mrembo tu, na ukichukua huyo utapata mwingine ni mrembo tu, na hakuna urembo. Ni ile roho ya ushirati ikiingia ndani yako, ukitazama mwingine atakuonyesha ni mrembo. Lakini ukiwa na roho ya ndoa, ukitazama mwingine si mrembo kama mke wako na si mrembo kama bwanako. It is the spirit ambayo iko ndani ya mtu ndio inamconnect na mtu mwingine. Sawa? Amen. So you build the inner man, the spirit man. Tunawahitaji zaidi. Sawa? Unajua saa hizi watu wengine wamejificha chini ya viti. Ulisikia nikihubiri hiyo? Nilisikia. Hakuna mtu anataka kuinua kichwa. Akiulizwa wewe, So jiandae. Sawa, niko tayari. Kuna kagarama tu tutalipia Yesu. Lakini baada ya hiyo, hii Kenya itakuwa Kenya. Amen. Msalimie huyu naye aonje ndoa. Hataki kunisalimia. Msalimie. No problem. Aswezi. Tuongee. Sababu usipoongea utaishi hivyo bila anything hadi mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ningeomba tu uniombee maisha yangu. Sisikii. Umenishinda na mwili, kwa hivyo nishinde na sauti pia. Wajua mamangu alikuwa ananiuliza hiyo sauti inatokanga wapi? Ningeomba uniombee maisha yangu iwe salama, nitoke mtaani, nitoke street. Yes. Na nipate kazi. God bless you, sir. Amen. Now, the ability of a man is not in his finances. Uwezo wa mwanadamu, a man, I mean human being. I don't mean a male. Nakuja. Naja. Wajua asubuhi pastor amenipigia simu, pastor umeamuka? Na kukujia. Nikasema jameni, ni maaskari ndio walikuwa wananiambia wananikujia. Tena huyu ananikujia. Angalia. Walikuwa wakisema tunakukujia. Sikiza ndugu yangu. Uwezo wa mtu kufanikiwa sio pale alipo. Si niwafundishe dakika 2 tu. Don't change the location where you stay. Change the power within you. Amen. Mimi unipeleke mjini, nitabomoa magorofa yako, nijenge kanisa kubwa. Unipeleke msituni, nitajenga town hapo. It doesn't matter where they take you to. The inner person can change anywhere, anything. Hata ukiwa street, roho tu, nyota ikiingia ndani yako, utatolewa huko street because you become more important than the people in their houses. Amen. Shika hiyo. Sawa. Amen. Unatamani kutoka street? Kabisa. Pesa, utajiri wa mtu sio pesa alizonazo, uwezo wake wa kutumia kile ako nacho.
Ukiipanda itaota ama itaoza. I bless you sir. Amen. Hata huyo hana na asemi, huyo hana chochote. Uko na jambo moja? Pastor, niko na ushuhuda tu mmoja tu kidogo kuongea kuhusu nguvu za Mungu. Wakati ulikuwa Kasarani, kuna mtu uliombea ambaye ni jirani yangu, na alikuwa mlevi na alikuwa amefunjika, na ukamwambia asirudie pombe, na alitoka pale akiwa anatembea kabisa, na alipotoka pale na akarudia pombe, tangu siku hiyo hajawahi toka kwa nyumba tena. Amelema na anakojua kwa nyumba. So nashuhudia shika hii, nenda umtoe kwa kitanda tena. Amen. Sababu inaniuma. Unajua mimi sifurahi ukishindwa. Ukishinda nafurahi sana. Ukibarikiwa nafurahi sana. Mimi sifurahi chakula. Ukiuliza huyu tuko na yeye, nimepikiwa vyakula vyote. Mamangu ndio mama mzuri kuliko mama wote wa kiroho, mjua. Nashukuru Mungu nimeingia hapo na alikuwa madhabahuni. Ningeingia akiwa huko ningekula kwanza. Jana ilibidi niepe chakula, leo nimeingia hapo nimepata chakula. Ukizaliwa na Reverend Lucy utakula hata kama utaki. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi hata ukiona mdomo wangu imekauka hivi nitakula tu. Lakini sikia, tamanio la moyo wangu utoke kwa wheelchair, utoke kwa hizo crutches, utoke kwa umasikini, utoke kwa utasa. Unamjua huyo ndugu? Nenda umsalimie, umwambie Ezekiel amenituma. Sio pastor, hata si apostle, sio reverend, sio doctor. Ezekiel amenituma, amesema kwa jina la Yesu amuka utembee tena. Amen. Amen. Alikuwa amepona kabisa na akawa anatoka sana anatembea. Yesu aliponya mtu akamwambia na usirudi huko mjini tena. Mabaya yaliyokupata yasikupate huko. So ndio na challenge kusema kwamba watu wasichezee nguvu za Mungu. But mimi ningetamani hata kama anakunywa awe amepona. Unajua kubarikiwa kwako ni faida kwangu kuliko kuumia kwako. Natamani watu wajue kile ambacho kiko ndani yangu. Hata kama mtu anakunywa pombe, lakini ndoa yake iwe amjue Yesu. Mami ni ya nani? Anapata nini? English D-, Kiswahili E, Maths E, Physics E, Chemistry E, Home Science C-, CRE D, Agriculture E. Mean grade iko wapi? D-. Overall position 339 out of 350. Mean grade iko wapi? Ni D-. D-. Yes. Mama, form ngapi? Hii ni ya form 2. Form 3 ameniletea hiyo tu. Form 3 ameleta hii. Na unalipa school fees? Nalipa. Hata nikambadilisha shule, nikampeleka hapana. Nimewaambia si Ezekiel hayuko Mavueni, si yako hapa. Si unaona tuko hapa? Hata ukinipeleka nje kwa barabara mtafunga hizo barabara tu. Watatoka hapa ndani watakaa pale. Na waomba hiyo ndio ile kitu naitanga. Ukiwa na nyota hata upelekwe kwa shule ambayo iko chini utafanikiwa tu. Amen. Now, mama, dawa ni hii. Dawa ni hii. Unaona Abrahamu alimtafutia Isaka nyota yake. Nyinyi ninawauliza swali. Mungu alipoumba dunia hii aliumba nuru na akaumba nyota. Yesu alipozaliwa nyota yake ilionekana. Hiyo ni kitabu cha Mathayo 2:2. Kitabu cha Revelation
Yesu anasema nitawapa nyota ya asubuhi. Na mchungaji anasema hiyo doctrine ya nyota ni mbaya. Jameni, situfundishane injili. Si watu wanasema hiyo doctrine ya nyota si doctrine. Haiko kwa Biblia. Iko. Wale waliomuona Yesu waliongozwa na nini? Nyota. Nyota ya nani? Wanasema tumeona nyota yake. Nipe Biblia hata kama mtaki kusikia hiyo kitu. Hiyo kitu inauma wachungaji. Huyu mtu anahubiri nyota gani? Unajua wachungaji wao wanauana wao kwa wao. Hakuna mtu anawaua, wanauana wao kwa wao. Moja akiamuka wengine wote wanakusanyika wanasema ua! 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 Alafu wote wanabaki comfortable. Lakini wengine hawauliwi, hawakufi. Najua leo mimi ndio niko hapa. Baba yuko, mama yuko, wananiangalia kwa runinga, mimi ndio niko hapa. Mutapona na mutapata nyota tu. Naja. Bado 5 minutes. Nakuja. Ushuhuda. Ninakuja tu. Jameni, msiruhusu wengine waingie huko. Hiyo nyumba imejaa huko. Now after Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem, saying, where is he who has been born King of the Jews? For we have seen his star in the east and have come to worship him. Ezekiel akiongea kuhusu nyota ni nini na kusumbua wewe? Kama Yesu mwenyewe alikuwa na nyota yake ikaonekana akazaliwa, kama hauna si uje nikupatie. You can only preach the gospel according to the level of your knowledge about the gospel. Ile ambao ujui, maandiko nasema, na Paulo akauliza wengine, mlipobatizwa mlijazwa na roho? Wakamuuliza, hiyo ni nini hiyo? Tangu kuzaliwa tujawahi kusikia kitu kinaitwa roho. Hata nyinyi ya Mungu jua kitu kinaitwa nyota? Ni ukweli, munipure mawe lakini nawaambia ukweli. Wewe ukiona ng'ombe amezaa twins na ng'ombe azai twins, unamuua? Kwani unatoka Western? Western ndio mtu akizaa mapacha anaambiwa nenda utupe. Naongea ukweli, kuna mtu wa Western hapa? Wanasema abomination no. Yani iko kwa Biblia. Wachungaji, yani kama anakunywa uji na nzele, ni lazima ukunywe na nzele. Huwezi kunywa na kitu kingine. Ukija na kikombe anakuambia hiyo ni ya wazungu, tupa. Amen. Amen. Ikiwa kile ambacho unahubiri you cannot support it from the Bible, then it is not of God. Verse number 27, the book of Revelation, chapter number 2. He shall rule them with a rod of iron. They shall be dashed to pieces like the potter's vessel, as I also have received from my Father, and I will give him the morning star. Nani anasema? Yesu Kristo. Sasa kama mtu atapewa nyota ya asubuhi na wewe unasema
Hiyo nyota ni nini? Tutaenda teolojia sasa. Turudi tusome. Nimekwambia Elia angeamuka amuone Elisha akiponya watu, angesema mimi sikumfundisha hizo vitu. Amen. Yesu anasema mkiniamini mtafanya niliyofanya hata zaidi. There is room for more miracles, more power, more revelation, more testimony. Hey, acha nisaidie wengine. Najua sasa wananiangalia kwa sasa. Nakuja. Wacha huyu anipe testimony, alafu yule mwingine alikuwa na testimony hapa. Okay. Naja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amina. Shuhuda wangu ni mingi, lakini pastor utanihurumia tu nitoe zote juu zinanifinya. Anza. Nitaenda haraka. Nitaisimamisha mahali nitaisimamishia. Twende. Ya kwanza nitaenda haraka. Wakati wa Jacaranda, sister yangu alikuwa paralyzed for 3 years. Wakati ulikuwa maombi huko, nilibeba picha yake. Ukasema watu watapona kutoka kule. Kaambia kama mtu ako ICU ama ako wapi, wewe enda umtoe. Mimi nilibeba picha yake plus mzee. Tumia ya mic. Plus mzee wake. Sasa nilibeba hivyo. It was on Friday, Saturday, Sunday. Sunday nikampigia simu, hapo anatembea, alikuwa kibofu. Hiyo Sunday nikampigia simu, akawa anatembea na akaona. Mimi sikuamini, nikampigia on Thursday, nikamwambia wewe uko, nikampigia simu nikasema ni ukweli, juu mimi sikuwa naamini. Yani umemwaminia lakini hauamini. It is okay. Maandiko yanasema na mitume, kanisa likawa linaomba, lakini walipoambiwa Peter ako hapo mlangoni, akasema bana, ni malaika wake si yeye. Lakini walikuwa wanaomba. Mungu afanye miujiza hata kwa wale ambao wako na imani kidogo. Hiyo Thursday nikampigia simu, nikamwambia tufanye haraka, nataka niombee hawa na niombee hawa niwaone, alafu tutoke watu wengine waingie. Thursday nikampigia simu. Naona wengine washakasirika. Akasema anatembea. Alafu ingine, mimi nilikuwa na vidonda huku kwa mkongo kila mahali pa kwa miguu. Sasa ile nilikuja Jacaranda, nilipona na nikapona. Ingine, brother yangu bibi yake alikuwa anashika mimba, zikatoka 5. Mimba 5. Tumia microphone. Mimba 5. Sasa ile nilikuja hiyo mwaka mwezi wa 7, nikachukua kitambaa na maji. Nikasema sikujua, kwa nipigia simu akilia mimba imetoka. Nikaenda hapa, alikuwa na picha zake, nikachukua picha yake na ya bibi yake, nikachukua hii uzi nikawafunga pamoja hivi. Mungu wa mbinguni, naona mapolisi wanakuja. Umefunga? Nikachukua hizo picha zao ya brother yangu na bibi yake, nikawafunga pamoja hivi. Nikamwambia sasa ile bibi yake atishika mimba uniambie. Sasa mimi sasa ile aliniambia, nilikawafunga tu na nikanyamaza. Nilikuwa tu nawapulizia hiyo living water pole tu, nimewafunga tena kwa hiyo kitambaa. Sasa ile bibi yake hajawahi sumbuliwa na akaza. Sasa ile ilifika mwezi wa 11, bibi yake akaniambia, "Akia in-law, nimechoka kubeba mimba." Nikamwambia, "Unataka kuzaa?" Akaniambia nikamwambia daktari alikuandikia darekani tarehe 15. Nikamwambia, "Unataka kuzaa saa hii unazaa?" "Pastor, umezaa katoto kazuri wanakaita Sara." Ni aka ndo huyu kazuri, na ni kazuri kweli. Kazuri, brother anafurahia. Mamangu alikuwa mgonjwa kila wakati. Nikaenda nyumbani, nikachukua hiyo living water na kitamba, nikafunga. Ngoja kwanza, huu ni mtoto mzuri kweli. Anaitwa nani? Anaitwa Sara. Kweli huyu ni Pastor Sara. Amen. Pastor Sara ndio mrembo hivi. Jameni, usiwe na wivu na mke wangu, ni mrembo. Ndio maana nilimwoa. Ingine,
Sasa after that si nikamaliza hiyo. Mamangu akawa mgonjwa kila wakati paka masisa zako wanakuja nyumbani. Mimi nikaenda tu pole pole. Nikamwambia, juu sikumwambia nimekuja na living water na kitambaa. Nikaenda nikamnunulia mattress, nikaosha hiyo room yake, nikapuliza kila mahali makonjwa, nikakata mattress yake hivi. Nikakata hiyo pray cloth, nikaweka hapo ndani. Jameni, paka kwa blanket. Nipe kamera. Polisi, mimi sikumwambia kate mattress. Mamangu saa hii ako msichana, ako mrembo, ako 76 years, lakini ukimwona ni mrembo na hajawahi kondenga. Mtampe Yesu makofi mazuri. Ingine pastor ni ya mzee wangu. Saa ile December ulikuwa unahubiri ukasema watu wenye wameenda Western wameenda kukula mbuzi, kuku, wacha sisi tubaki kwa injili. Mimi nilibaki kwa injili na nilikuwa kwa TV. Mzee wangu sinikwambia ni askari, akuko Dadaab, wakaomeenda operation. Sasa ile aliniambia anaenda operation. Nikamwambia wewe kuja na hizo nguo. Nikanunua vest, nikanunua hizo nguo zingine, nikachukua hii uzi kwa prayer cloth. Nilishona msalaba kwa vest, kwa hizo nguo zingine, uzi, paka kwa kiatu. Nikampatia living water plus na kitambaa. Nikamwambia leta hizi enda na hizi. Sikumwambia. Sasa ile alifikuka akiwa operation wameenda kupambana na Al-Shabaab. Nikamwambia chukua hii living water na kitambaa. Sasa ile aliniambia ameenda, nikachukua hiyo uzi weka kwa bunduki. Bali penye unekanga marisasi. Amen. Sio mimi, si mimi, sio mimi. Hallelujah. Na akanisikia, ni akachukua hiyo kitambaa, nikamwambia ni vibaya, akasema hapana. Nikamwambia chukua hiyo uzi weka mahali penye unaweka risasi, weka hiyo uzi. Kwa hiyo bunduki huko mbele juu mnapambana na Al-Shabaab, mimi meji yangu sitaki kuacha sai. Nataka tukae na wewe, tuzae watoto, tuzeeshane. Ulisema utaki kuachwa? Juu huko unapambana na Al-Shabaab na hizo bunduki uenda nayo. Mimi nikamwambia huko mbele ya bunduki funga hiyo uzi. Maji weka kwa koti. Alifanya hivyo pastor, na ukasema hiyo tarehe moja nilishinda na wewe hiyo 31st tukavuka na wewe kwa TV. Tarehe moja ukasema toa sacrifice ya kulinda familia yako. Nikatoa namba 7. Sasa ile nitoa namba 7. Hiyo tarehe moja usiku walikuwa wamekaa mahali. Watu watatu. Pundumu Al-Shabaab alitoka huko, risasi ilipita na mwenzake. Wakabaki wawili wakaanza kutoroka. Ule mwingine sijua ukirusha hiyo risasi mwangaza inakuja. Risasi kapita na ule wa mwingine wa mbele mkono. Mzee wangu hakuumia, ni mzima. Nishike mkono Bwana, nishike mkono, nishike mkono Bwana, nishike Bwana, nishike Yesu, nishike mkono Bwana, nishike mkono, nishike mkono Bwana, Bwana nishike Yesu, mkono Bwana wangu, nishike mkono Bwana. Utampe Yesu makofi mazuri. Amen. Tukae. Wachia ushira. Ya mwisho pasta. Mtoto wangu alikuwa anapata D kabisa D. D for dog. Nikachukua uzi nikampatia na maji. Alikuwa anapata D, kila kitu ni D. Kama ameimprove maybe ni C. Nikachukua maji, nikashonea uzi kwa uniform. Saila alienda shule, alianza kuimprove, alianza kuongoza chemistry shule mzima number 1, history number 1 shule mzima. Unaona vile nimefungua maji? Shout yeah! Usifiwe
Bwana Yesu sifiwe. Bwana Yesu Yesu usifiwe. Bwana Yesu sifiwe. Bwana Yesu sifiwe. Yesu sifiwe Baba. Usifiwe Simba wa Yuda usifiwe. Yesu wangu oh, Yesu wangu usifiwe Bwana. Usifiwe Yesu. Usifiwe Bwana. Bwana usifiwe Bwana. Mpe Yesu makofi mazuri. Haya tukae nikuje. Bwana ni wewe tu Yesu wangu, ni wewe tu mwenye nguvu, ni wewe tu wewe Yesu wangu, ni wewe tu. Niende wapi nikukose wewe, wewe Yesu wangu, ni wewe tu Bwana. Nani ameleta huyu hapa? Ni wewe tu. Umetoka wapi? Amen. Unajua watoto wa nyumba hii wanakaa kama virusi. Unawatibu na huku wanahama. Naomba tukae sasa, simukae. Ninakuinua Yesu, ninakuinua wewe, hakuna mwingine. Ataimba lakini ngojea. Ataimba. Asipoimba naimba wachezaji. Okay. Just a minute. Just a minute. Tufanye hivi. Naomba simukae. Tukae. Asante. Asante. Najua mnanipenda, lakini Bishop Muiru ananipenda. Si ni kweli? Ni kweli. Ngojea tu. Naja. Mungu wangu, tutaanzia wapi? Ngojeni. Simukae nikuje. Sasa nitaruka na hapa. Sasa unaona ile problem. Barabara ya kwenda huku iko hapa. Angojea. Tukae kwanza. Naomba tukae. Ninawaomba kitu kimoja. Bwana Yesu asifiwe. Nawaomba kitu kimoja. Kwa roho safi tu. Ngoja mami. Hapana, kuna maandamano hapana. Hapana. Usiponyamaza hatutaelewana. Sasa sihubiri.
Bwana Yesu asifiwe. Naomba tufanye hivi kwa heshima tu. Naomba, hakuna barabara hapo. Okay. Naomba tufanye hivi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa roho safi, mtumishi wa Mungu. Si mimi pia niende nikutane na wale watu alafu nirudi. Dakika ngapi? Haitakuwa picha nzuri wale watoke Kitale kwa kuona kwa Facebook tu, alafu wakae pale wakinibembeleza nifike na nikose kufika. Asante. Asante. Tukae kwanza. Tukae. Angalia. Amen. Unaona hizo viti havina miba. Tukae. Havina sindano. Ninaomba sawa. Niruhusuni nilipe hii deni ya Kitale. Ama keti. Iko wapi ile microphone? Keti sasa. Jameni mama. Unatoka Kitale? Natoka Kitale. Ulipata habari saa ngapi? Nilipata jana wakati ulikuwa unatangaza ukisema uko Nairobi leo. Saa hiyo ndio ulipata? Ndio nilipata. Alafu ukafanyaje? Nikasema lazima nifike Nairobi kwa sababu wakati ulikuwa Kisumu nilitamani sana kukuja, lakini sikuwa na fare ya kufika Kisumu. Halafu katangaza kwa mkutano ukasema unakuja West Pokot. Nikasema nitakungojea West Pokot. Nimekaa sikuona ukikuja. Jana nikapata report tu kwa simu yangu. Lakini niko na report nyingine. Mwezi wa 6 narudi Nairobi. Hiyo si matani. Amen. Na hakuna stadium inaweza kutubeba. Amen. Kwa hivyo tunatafuta uwanja mkubwa. Amen. Ambao haina mpaka. Amen. Sababu watu kutoka Uganda wanakuja in thousand, Tanzania, Rwanda, Amerika. Yes. Sasa mtumishi wa Mungu. Sasa ulikuwa unataka nini? Mimi nataka tu kuolewa. Nimekuwa nikipata tu wachumba wananiacha. Na nimekuwa nikipata wachumba kutoka tu mbalimbali. Nigeria, US. Lakini wakati tunachumbiana tunaachana tu. Na sielewi shida ni nini. Unachumbiana haraka, mnaachana haraka. Tunaachana tu. Na nashindwa ni nini mbaya. Unataka tu kuolewa? Nataka tu kuolewa. Alafu ya pili nimekuwa nikifanya biashara ya kuuza sabuni. Unataka kuolewa lini? Hii mwaka. Hata ikiwezekana leo nipate mtu leo. Leo. Nimeteseka kweli.
Pastor Ezekiel, nimeteseka tangu wazazi wangu walikufa. Ndoa ni heshima kwa mwanaume na mwanamke. Amen. Na mtu asikudanganye kwamba ako single, ako comfortable. Hata mimi nilikuwa single, sikuwa comfortable. Ni ukweli. Na Sara alikuwa single, hakuridhika. Tulipooana na muita baby, ananiita sweetie. Na kitambo uone ninafanya. Unaona hayo yote. Mwenzako wa ndoa ni muhimu. Ukiwa peke yako utaumia. Hiyo ni ya nani hiyo? Mami ni yako? Au wako kwa hiyo njia watoke? Kuna wale ambao wanatamani wapone tu sasa. Sijamaliza. Nini? Pastor Ezekiel, sijamaliza. Pastor Ezekiel, sijamaliza. Lakini naomba tu nimalize. Ngojea. Pastor Ezekiel. Ngojeni. Baba ngojeni. Hii Nairobi nakaaje? Yule ananiambia niko na ushuhuda, iko na evidence. Pastor Ezekiel, kuna moja tu nimebakisha pia. Mama, amuka utembee. Pastor Ezekiel, sijamaliza. Peleka hiyo madhabahuni. Mpishi apeleke madhabahuni, mpishi apeleke madhabahuni. Nishike mkono Bwana, nishike mkono, nishike mkono Bwana, nishike Bwana, nishike Yesu, Nishike mkono Bwana, nishike mkono, nishike mkono Bwana, nishike. Mpe Yesu sadaka nzuri ya makofi. Alafu ingine Pastor Ezekiel, ya mwisho tu. Ngoja, angalia. Wataka kuolewa, Yes. alafu kazi yako. Alafu kazi yangu, alafu nimekuwa kwa maisha yangu yote nimekuwa nikitamani kudrive. Natamani gari ya Pastor Ezekiel. Hata ikiwezekana ninunulie tu gari. Ninunulie tu gari Pastor Ezekiel. Natamani tu gari kweli maishani mwangu. Ningekunulia lakini kunulia nitashikwa. Pastor Ezekiel, naomba. Mami, naomba tu. Leo tarehe ngapi? Nimekubariki leo tarehe 16. Tutakutana tena hii Nairobi. Ukianza kuhesabu, hii ni funguo ya gari yangu, huyu ni bwanangu, hii ni kazi yangu. Nishike mkono Bwana, nishike mkono, nishike mkono Bwana, Bwana nishike Yesu, Yesu mkono, nishike mkono Bwana wangu, Bwana nishike Yesu, mpe Yesu makofi mazuri. Alafu ingine sasa ya mwisho. Ni mwimbaji. Ni mwimbaji. Unataka kuimba? Ni mwimbaji. Niko na nyimbo kwa YouTube. Ukiwa uko na nyimbo kwa YouTube, do this. Mami, ngojea. Ushuda. Aya, kaeni nitawapa nafasi. Unataka kuimba? Nataka kuimba. Jiandae kuimba. Unaona haya yanafanyika haya. Yanaandaa madhabahu kwa watumishi. Amen. Sawa. Simama tu hapo. Simama tu hapo.
Simama tu hapo. Simama tu hapo. Ushuhuda ambao iko na evidence. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi nilitumia hii prayer cloth. Nilikuwa natumia hii shindano. Nikakuwa na overbleeding, nikatoa. Nikasema wacha nitoe sacrifice ya 500 niache overbleeding. Kumbe overbleeding ndio napata mtoto. Nikapata mimba. Pastor, nikapata mimba, nilikuwa na stopisha overbleeding. Wewe ulikuwa unastopisha overbleeding. Na sasa kuna evidence. Niko na evidence ndio hii pastor. Na pastor nikaambiwa mtoto mimba ikifikisha 26 weeks nidungwe shindano ya anti-D negative. What is that? Ati siwezi pata mtoto bila rhesus factors, kuna zenye sina. Okay. Naomba pastor uniombee nipate mtoto vizuri, ndoa yangu ipone, mume wangu madeni yako na mingi. Sawa. Bwana Yesu asifiwe. Daktari si mbaya. Uachane na daktari wakati Yesu ashafanya miujiza. Sawa. Daktari wamepewa elimu, si wanasaidia watu? Yes. Unaacha mambo ya daktari wakati Yesu ashafanya na kuna thibitisho. Kama kuna evidence kama hii, ni unaachana kudunga shindano. Kama kuna evidence kama hii, God bless you. Tukae. Naomba tukae. Tusipokaa hatuwezi fanya huduma. Ngoja, sawa. Pastor Andrew kwa. Mami hiyo ni ya nini? Hauna nini? Sina uterus. Haujawahi zaa? Sijawahi zaa pastor. Hauna uterus? Niliambiwa hivyo. Uko na mume? Sina, tuliachana. Sasa tutafanyaje? Sababu thibitisho kwamba uko na uterus ni ushike mimba. Nitafanyaje? Pastor unifungulie nipate. Tufanye hivi. Uolewe mwaka huu na uzae mwaka ujao. Amen. Kwa jina la Yesu. Amen. Keep this. Tuko na watu watatu wako na testimonies, walipimwa, walitolewa uterus. Amen. Wakapimwa tena wako na uterus, wengine walishika mimba. Keep this. Amen. Usipoteze. Amen pastor. Tafadhali na kusii. Amen. Uolewe mwaka huu na uzae mwaka ujao. Amen pastor. Please keep that. Amen. Haitaenda miezi mingapi? 2. Utakuwa umeshika mimba. Amen. Wataenda wapime. Pastor, jambo lingine naomba uniombee. Dakika moja. Naomba tukae. Mami weka kiti ukae. Nitawaongelesha. Huyu ako na ushuhuda wake. Nani yule alikuwa na ushuhuda hapa? Nakuja. Siendi. Angalieni. Tufanye hivi. Tutafanya huduma. Ikifika jioni, kama tutakuwa tumemaliza, baba angalie vile atakavyofanya. Huyo mzee ako na akili nyingi, mwache tu. Ako na akili nyingi. Bishop Muiru ako na akili nyingi. Ako na akili nyingi na Mungu wake anapumua, hajakufa. Wewe ulijua utaniona hapa tena? Huyo mzee ako na Mungu. Pastor, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pastor, mimi nilikuwa nashika mimba zikichoka. Ulikuwa unashika? Nilikuwa nashika mimba zikichoka. Pastor, nikashika mimba 7 zikitoka. Pastor, nikakuta majaoni.
Pastor, hata ningekaa hivi nasikia vitu zinanitembea kwa mwili. Pastor, nikateseka ndio nikaambiwa kukuhusu wewe. Nikakuta. Nikatuma mzee wangu wakati kulikuwa na Abrahamic style anointing. Akakuja nikamwambia atoe sacrifice ya rest namba 7. Pastor, tukatoa. Nikashika mimba ya huyu mtoto. Ndiye huyo? Anaitwa Sara. Nishike mkono Bwana, nishike mkono, nishike mkono Bwana, nishike Bwana, nishike Yesu, nishike mkono Bwana wangu, nishike mkono, nishike mkono Bwana, nishike Jehova, nishike Yesu, nishike mkono Bwana, nishike mkono, nishike mkono Bwana, nishike mkono. Mzuri. Kwani sisi tukizaliwa tulikuwa wazuri hivi kweli? Mimba ngapi zilipotea? 7. Huyu ako na miezi mingapi? Kuna miezi 3. Okay, nimekuhurumia. Nimekusamehe. Nilikuwa nataka uende ushike mimba nyingine, lakini huyu ako na miezi 3. Akiwa na miezi 10 ujauzito wa pili. Huyo mwingine akiwa na miezi 8 ujauzito wa pili. Halafu pastor, ile siku nilikuwa Nishike mkono Bwana, nishike mkono, nishike mkono Bwana, nishike Bwana, nishike Yesu, nishike mkono Bwana, wewe Baba, nishike mkono Bwana, nishike mkono, nishike mkono, nishike mkono Bwana, nishike mkono, nishike mkono Bwana, nishike mkono. Mjukuu wangu Sara, ubarikiwe katika utoto, ujana, uzeeni. Nyota zenu zing'ae, zing'ae na muishi hadi uzeeni. Anayewaroga akufe kabla hajamaliza urogi. Mfanyike baraka na muishi, hakuna kulazwa na hakuna magonjwa. In Jesus name I bless you. Angalia vile ni nzuri, si una zoom? Yesu ni mzuri sana. Mwingine ni huyu. Ametokea wapi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Paul. Nilikuwa na mpenzi wangu basta na alafu nimetoka kufunga hii kitambaa. Nataka DCA nipe na chumaka hiyo yako. Sasa nini ikafanyika hapa? Okay, huyu mpenzi wangu alikuwa mtoto alikatalia kwa tumbo. Mimi nikashindwa nitafanya nini na sikuwa na pesa. Nikatoa uzi kwa hii prayer cloth hata ukiona imeisha, sijui utaniachia hiyo yako. Alafu mtoto venye alikuwa amekatalia kwa tumbo akatoka kazaliwa hana shida yoyote, hajaiugua. Tumpe Yesu makofi mazuri. Alafu mchawi wangu amekufa. Subiri kidogo. Subiri kidogo. Subiri kidogo, ngojea tu. Ha? Kazi. Hii ni ya nini? Ha? Uko na swali? Utaniuliza. Hii ni ya nini? Shika. Nasema hizo ni arvisa, hata nimetoka kliniki. Ni za
Tumikie Yesu Kristo. Amen. Mara nyingi haiji vile yangu ilikuja, haitakuja vile ya mwingine ilikuja, lakini utajua huu ni mwito, na ukishajua ni mwito, mtumikie Yesu. Don't worry about challenges. Challenges are part of ministry. There is no ministry without challenge. If there is a ministry without challenge, it is powerless. Naomba tukae. Naomba tukae. Tafadhali. Nani alipotea? Nani? Hata mzee alipotea. Warudi wote kwa jina la Yesu. Naomba tukae tu. Niko hapa, sitoki hapa. Situkae. Angalieni. Unafikiria nitawaacha hivi? Mimi nimezaliwa na Bishop Muiru, niko na akili kiasi. Sitawaacha hivi, nitawasaidia. Wewe huyu ameniambia Mami, uni nini unataka? Pastor, mimi ndoa sina. Hauna ndoa? Nina mume lakini ndoa hamna. Mzee yuko, ndoa hakuna. Ndoa hakuna. Stima ilienda. Stima ilienda. Ilienda, hakuna mtoto hakuna. Hata token hakuna. Hata token. Hata token hakuna, ilikatiwa pale juu ya pole. Ilikatiwa kabisa. Yes, hakuna. Yuko lakini. Yuko. Unataka mtoto? Wawili kwanza. Imagine mtoto wangu Pastor ako 12 years. Ako 12. Ananiambia teacher amesema tukuja tuulize mbona mimi sina sister. Ameishi kulia. Unajua unanitetesha, unajua unanisomea. Ati Pastor naongea kinasikia uchungu Pastor, mimi ni mtoto wako lakini bado unanisomea. Mami, it is well. Nenda uniletee wajukuu na huyo mzee. Ni sawa. Keti. Kaa. Mami keti tu. Keti tu. Ngojea. Bwana Yesu asifiwe. Tufanye hivi. Tuifanye kwa mpangilio mzuri. Sawa? Naomba tukae. Tukiendelea hivi afadhali nitoke. Tukae. Naomba tukae. Naomba tukae. Alikuja akaweka rubber stamp. Ndio huyu. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Maureen. Mimi ni mshirika wa Facebook wa TV. Ulisema ukasema kama ana mtoto apokee mtoto, hata kama mzee hayuko, mzee akikuja aweke rubber stamp. Mzee alikuwa Naivasha, hakuwa. Alipokuja akaweka rubber stamp, mtoto ndo huyu. Ako na miezi 2. We. Jameni, simwache nguo jameni. Ulikuwa wapi? Nilikuwa Nairobi. Kwa nyumba. Alipotoka Naivasha akaweka rubber stamp. Na barua ndio hii inasomwa. Miezi 2. Mjukuu wangu ubarikiwe utotoni, ujanani, uzeeni. Ishi hadi uzeeni, hakuna mauti. Wachawi wafe kabla ya wakati wao, na nyinyi muishi. Amutapitia yale wazazi walipitia. I bless you in Jesus name. Anaitwa nani? Maya. Ni nani? Keti tu. Mami, mbona unateta?
Mbona kasirika? Anateta mpaka anasomea watu. Ngoja. Mbona unasomea watu mama? Tukae baba, tukae. Naomba kwa heshima. Mbona kwa nini unakasirika mpaka? Hii ni ya nani? Ya nini? Nataka kazi, niko jobless. Umesoma? Sina ndoa. Bachelor of Business Management. Yeah. Accounting. Yes. Second class honors. Upper division. Yes. Jobless. Jobless. Miaka mingapi? Na CPA. Na CPK? Sina kazi. Hakuna kazi? Hakuna, nikipatanga napata kibarua na sina ndoa. Sina chochote, Sasa, hakuna kitu inafanyika katika maisha. Watoto? Sina. Nyumba? Hakuna. Na uko na degree? Kila kitu hata na diploma. CPK? Nimeteseka pastor, mimi ni mwana wako, nimekuwa nikikuja sasa wewe unasema you know what to do if you want anything. Yes. You sacrifice, but there is another thing I also say. You normally say when a man of God speaks to you when a situation, because I remember another time you say there was another lady who used to follow you and there was nothing happening. She used to sacrifice, she used to do everything, but nothing was happening until you spoke to her. That is why even me, today I say, I want Nenda to kazi. Amen, amen, amen. Na uolewe kwa heshima. Tukae tu. Na sikuwa najua leo unakuja huku. Hata sasa kama mko mnajua, umejuaje? Niliangalia usiku, niliota nimekuja kudaiwa, nalia kabisa. Sasa venye nilikuwa nalia, mwenye ananidai amekaa hapo. Then we nikaona unakuja, nikakwambia pastor, naomba tu kitu moja, niombee tu nikombolewe nitoke kwa hizi madeni. Imagine nikarudi tena nikalala. Venye nililala, asubuhi kuamka nikachukua simu yangu, kuscroll simu kuangalia kwa nuru nini. Nikaona leo unakuja huku. Niliairisha kila kitu, sikuenda hiyo kazi. Nikasema lazima nifike. Hata nimejiharakisha tu nikiambia mtoto wangu lazima mimi nifike huko hata nisipomuona. Pokea tamanio la moyo wako kwa jina la Yesu Kristo. Naomba tukae. Naomba tukae. Sawa? Tukae. Sawa. Naomba tukae nipate nafasi ya kufikia wengine. Si mungekaa kama huyu dadangu, yeye anasema ni sawa. Ni sawa. Mami, tukae. Nitawaombea. Hakuna mtu anatoka hapa bila kuombewa. Naomba tukae. Naomba kupita. Ni ya nani? Ni nani? Testimonies ni nyingi. Mami ngojea tu, nitawaombea. Hiyo si uongo. Naitwa Winnie kutoka Dandora. Na bwanangu alikuwa amevunjikanga mguu kutuma sacrifice. Tukatuma sacrifice mara mingi, akatembea bila mfupa. Ndio yule alitembea bila mfupa? Mwenye alikuoneshanga hii video. Sport. Mwenye mguu ilikuanga na shimo yote. Hii shimo ilifunga. It is very important hao watu wa kamera wachukue. Hadi hapa naona majirani zangu wenye wanajua hii mguu. Kuna majirani wanajua. Pana Morin na ule mwenye ako na kitambaa na wengine wako huko. It is very important ukiwa kuna mtu anajua. Alafu sahi yako vizuri kabisa, bado kwenda kutolewa ile chuma juu. Ni venye sikuwa najua huko, tumejua late. Na pia hiyo ushuhuda naonanga ikifungia watu maneno usiposema. Sahi mguu iko tu beta kabisa yani. Madhabahu ya New Life si ya mchezo. Hata kidogo. Yesu. Haiko hivi. Hii ilikuwa Januari. What about now? Imepona kabisa. Hii ni Januari. Haina hata hizi kitu. Sasa haina hizi zote.
Sijui tunaweza tuma wapi picha baadaye, imepona bado kutolewa tu hii chuma. Okay. Alafu ule mtoto anaitwa Ngomoga na alikanga nyumbani 3 weeks. Tulikosa fees, alikuwa anaingia form 1. Hebu imagine mtu kai amekaa nyumbani 3 weeks, hajaifanya ajui kitu yoyote ya secondary, akaenda akapata tupu. Ndio hii. Amepata nini? Ndio huyu Morgan. Ule bado mwenye nilitoanga ushuhuda yake akiwa amepata A kwa standard 8. Akakaa nyumbani 3 weeks juu tu kuwa bila kwenda high school. Alafu mkampeleka high school. Na kutafutia results. Unatafutia results. Evidence. Ai. Kwani rada. Nipe tu nini nitafute. Nitakupa nafasi. Ndio watu wajue ni kweli. Bwana Yesu asifiwe. Wakati watu wanauliza maswali, si ni vyema tuwape evidence? Waweke pia kwa gazeti. Wasiweke zile peke yake, waweke hata hiyo pia. Bwana tunakuabudu, Bwana tunakuabudu, chini ya miguu yako Bwana tunakuabudu, Bwana tunakuabudu, Bwana tunakuabudu. Nasoma hizi. English B. Mathematics A. Clean. Kiswahili A. Clean. Biology A. Safi. Physics A. Clean. Chemistry A. Clean. History and government B+. Geography A-. CRE B+. Agriculture A. Mean grade A. Safi. Current position A. Stream position pia ndiye alikuwa number 1. Na pia nilikujanga mavue. Overall position number 1. Yes. Number 1 out of 167. Are you capturing this, sir? Yani shetani akasirike mpaka hamie bahari India. Alafu nilikujanga stream position number 1. Nilikujanga Majaoni, iko mtu wetu alikuwa anavuta sigara, sitamtaja ni nani, for 42 years. Of which ilikuwa mbaya hata kwa familia. Saa mimi nikatoanga sacrifice nilikuwa nayo, tukaekelea kwa madhabahu. Hii madhabahu ya New Life si mchezo. Hakuna after sigara. 2 days, si ati after 2 days kurudi Nairobi, sigara ikapanda bei. Sigara ikapanda bei. Hebu ona hiyo style sasa. Sigara ikapanda bei. Saa mwenye kuvuta ananiambia sasa ndafanya nini na hii kitu ni ngumu kuacha. Lakini hii bei imekuwa mingi sana na nilikuwa navuta 1 packet per day. Saa hii anavuta 1 year. 1 year hajavuta. Na aliendanga hata Aga Khan wapi. Tumpe Yesu makofi mazuri. Haya. Tukae. Hao watu wamefunga barabara. Uliacha hii. Naomba wote pia waache kuweka nywele hivi. Anasema kwa mafunzo amejifunza, ameachana hizi. Situmpe Yesu makofi mazuri. God bless you my daughter. Hiyo ni njia. Usijali baba. Unaona nyinyi, hakuna mtu atawazuia dunia hii. Mtafanikiwa kwa fujo mpaka watu watakuwa na maswali. Wewe ukiona shuhuda hazizimiki, hazizuiliki, haziishi. Na siko Mombasa,
Nikienda Tanzania pia ni hivyo. Nikienda Kongo ni hivyo. Utabarikiwa hata kama umekuja kunipima akili. Sawa. Karibu. Ngoja. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unajua babangu amefanya makosa, tutafanyaje hii kanisa? Okay. Mami keti huyu akushuhudie, alafu tuongee. Mpe mic. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Pastor, mimi nilikuja New Life mwezi wa 8 last year. Nilikuwa na ugonjwa wa HIV mpaka madaktari walikuwa wamesema kwamba hatuwezi zaa. Nimekumbuka. Na nilikuwa nimekonda sana pastor. Umekonda. Niko na swali. Yes. Mimi na wewe nani alikuwa amekonda? Mimi pastor, nilikuwa nimekonda, nilikuwa nakaa kijiti hivi. Mpaka watu walikuwa wananichekelea, mpaka nikatengwa na kila mtu, mpaka wakasema kwamba hatuwezi tukazaa. Saizi mke wangu ako na mimba. Nikaenda nikapimwa, tukapatikana niko HIV negative. Mke wangu ako negative. Pastor, hey, nishike mkono Bwana, nishike mkono Bwana, nishike Bwana, nishike Yesu, wewe Bwana wangu. Nani huyu? Mke wangu ako mjamzito. Ndugu, zoom. Anajifungua mwezi wa 6 pastor. Ushuhuda iliyo na evidence. Pastor, nikwambie kitu. Madaktari walikuwa wamesema kwamba hatuwezi lala pamoja, hatuwezi fanya ngono pamoja, huwezi kukaa kimwili, tutumie kinga. Daktari mwenyewe ndo nilienda akatupima sisi wote, mke wangu ako negative, mimi mwenyewe niko negative, na akasema kwamba endeni mzae. Tulikuja kwa ibada ya meza ya Bwana. Ibada ya meza ya Bwana. Ibada ya meza ya Bwana Mavueni, New Life. Aki pastor, umetusaidia, Mungu kabisa. Hiyo madhabahu imetutoa mbali. Na unajua sasa tuko na ibada for 21 days kuanzia leo. Meza ya Bwana. Amen. 21 days imeanza leo. Hakuna mtu ameruhusiwa kukosa. Hata kama unipendi, njoo upone na uende. Nenda kazi. Bwana Yesu asifiwe. Mami, ngojea. Unajua ninatoa huu mguu, wewe unaipiga. Bwana Yesu asifiwe. Usifikirie ndawaacha hivi. Kuna watu huko nje. Huko nje. Kule nje kwa nje. Natamani kama nijue kama kuna watu huko nje kabisa. Hapana. Nasikia huyu ananiambia hakuna watu na wako hapa ndani. Usikasirike basi. Usikasirike mami. Ezekiel huyu. Kwani ametokea wapi? Huyu ni Ezekiel. Ubarikiwe mjukuu kwa jina la Yesu. Jameni, yani ni testimony imetuzuia hapa. Nani alikuwa haoni?
alipoteza macho 2019. Tukakuja huko Mavueni. Huyu kama hataki kupa microphone apeleke Mavueni. Ukamwombea na akaona kutoka siku hiyo hapo mbele mpaka leo. Mpaka leo. Sasa anataka kupata kazi, aende kazi. Anaitwa. Wameiba kamera, wameenda nazo. No, kamera iko hapa mama. Hii ndio familia yako. Hatutaki familia yako, tunataka huyu ambaye amepona. Huyu. Ninajua mama. Ashamaliza kuongea. Bwana Yesu asifiwe. Huyo nani? Si huyo mtu ni mimi. Ngoje. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tutulie tu. Tutulie tu. Naomba tutulie tu. Salamu. Sawa, atapona sasa hivi. Ngojea. Kwani Nairobi mnaishi vipi? Ndugu yangu, mimi ninawapenda kuliko vile mnafikiria. Kuliko vile mnavyofikiria. Nipe ushuhuda. Bwana sifiwe. Ngojea mami, huyu aongee. Kwa majina Steve. Mimi nilikuja kumjua mchungaji kwa nyumba ya jirani. Nilikuwa napita, nilikuwa kule Migori, nikamuona kwenye runinga. Ilikuwa ni tarehe 28 ndiye alikuwa anaweka crusade kule Jakaranda. Nikatia bidii, nikatoka Migori, nikasafiri, nikafika tarehe 28 mida ya saa 5 asubuhi. Tukiwa kule Jakaranda, siku ya kwanza, siku ya pili, hadi siku ya mwisho, kwa sababu Ijumaa na Jumamosi mchungaji alikataa hata sadaka. Siku ya Sunday kuna mama lilia kabisa, akasema mpaka akamwekea sadaka kwenye mguu.